lives. Pole, lakini mwisho imetendeka. Hata kama ni baada ya mwaka, mwisho umefanya nini? Imetendeka. Karibu sana. Tumpigie kwa makofi tafadhali. Let's encourage him in Jesus. Yes, praise God, church. Praise God again. Yeah, my name is Acc Mwangi. I'm born again. I love Christ as my personal savior. I have a testimony. That's the reason I came from far, from Githurai. I knew I had a date with God, and I wanted to give a testimony. So, my testimony goes to how I got my new job when I was jobless. A month ago, I would say a month because this week on the 12th, that marked my new month, my complete month in my new working place. So previously, professionally I'm a clinical officer. I had stayed in a situation whereby I'm stagnant for quite a long time. Since I finished schooling, I was just staying with work without work, like I'm just living an ordinary life. So it just happened that over that month that I went to YouTube and saw Dr. Waruinge doing a deliverance, giving a story as well, and sought him through an SMS. I was jobless. I was staying at home. I was not having money. I was not having food. Sometimes I stayed just at home, unable even to pray. What I would do, I had some nice worship songs in my phone. That is what I used to play. I played for God because anytime I wanted to pray, I wasn't really getting a breakthrough. Then, after sending an SMS, Apostle Waruinge told me to come for prayers. I just came for prayers. I had retro. Even I struggled even to get transport all the way from Juja. By then I stayed at Juja. I managed to come. We prayed. I think it was on a Tuesday or Wednesday. We prayed. In fact, I didn't manage to meet Apostle Waruinge by then. We prayed with our pastor. And then I went home. I really had an urge. I really wanted so much to meet Apostle Waruinge, to have myself prayed on. And so the following day I came. It was a deliverance. I think it was a day for deliverance. And so real quick I met Dr. Waruinge at that corner there. I mean Apostle Waruinge. We had a little chat, and then what happened, I just came here, I submitted to God, I prayed to God, and told God I want a job. And this time around, I want a different job, a decent job. And as we speak right now, you know what happened shortly? In 2 days, I just got many calls, numerous calls from different outings. I would say numerous because I got 4 calls in one day. I was busy tilling land, planting, but I just got calls because of how God can break chains. So I was called in a facility that I had went for interview some times back, never gotten a call from them, and so I was hopeless. I'm attending interviews, I'm not getting jobs, and good jobs. It was a decent job, however, but because of how God did to me, I even opted not to go to that
and went for a new job. I'm working at Nairobi West Hospital right now. Yeah, I feel so thankful to God. And the only way I can thank him much is to have a testimony in front of a church, so that believers and worshippers can believe that indeed God is doing a new thing. Yeah, so believe and don't relent in prayers. So thank you so much. God bless you. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. For what he has done and he can do unto us. Hallelujah. I have one more. One more before the choir comes. One more. Anybody else? Kuna mtu mwingine mmoja ako na ushuhuda. Yes, karibu. And then choir, please prepare. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. My name is Samuel Kimani. Jina langu ni Samuel Kimani na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Siku na ninyi Jumapili na nilikuwa mkutano Friday evening, tulikuwa na mkutano hapa, lakini nikasikia roho yangu imekataa kukaa kwa mkutano. Bwana Yesu asifiwe. So nikamwambia mwenzangu, endelea wewe. Amen. So kukiwa saa 2 nikaondoka mahali hapa Nairobi, nikaenda kwa familia yangu Meru County. Nilikuwa nafika kama saa 7, saa 8 hapo. Amen. Then on Sunday I was very, yani unaweza nilikuwa nasikia sio kichwa, sio mgongo, sio tumbo, sio miguu. Yani kulikuwa na kikitu kilikuwa kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. So I gave myself to prayer on Sunday, on Saturday and on Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Then on Monday morning, sasa mke wangu huwa anaona mambo. Bwana Yesu asifiwe. So akaniambia ninaona kuna nyoka kwa nyumba. So tukashikana sasa kuomba sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tukachukua mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Tukaushughulikia. Amen. Hallelujah. Kuna vile mchanga unashughuliki wangu. Amen. So tulipomaliza hiyo kazi, na kwa sababu tulikuwa na mkutano hapa Tuesday, nikakuja. Amen. So then on Wednesday, on Monday morning, actually Tuesday morning, nilikuwa nasikia sauti ikiniambia mwanane wito na Ngai. Na unajua niko na watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nashindwa niyo ni nini. So but on Wednesday nikaenda nikaona rafiki yangu, tukaomba zaidi na rafiki mwingine. So but hiyo siku alinipigia simu akaniambia wameua nyoka 2 kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka 2 kwa nyumba, mahali mtoto huwa anasomea study bay ya mtoto, mahali huyo mwingine anachezea. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema huo ni ushindi wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu ni mwema, na mshukuru Mungu. Amen. So na Mungu ambariki sana. Thank you. Amen. Mungu anatulinda kwa mambo mengi sana na anatusaidia. Sometimes I like praising God and telling him, you fought my unseen battles. Yani wewe umenipigania vita ambavyo hazionekani vya kiroho. Because sometimes unatembea na barabara haujui kile ulikuwa umepangiwa, lakini unakuta ulifika, ulienda, uliamka, unafikiria ni kawaida. It's not kawaida. It is the arm of the Lord and being under the shadow of the Almighty. Hallelujah. Ninataka my babies wakuje. Mkuje dakika moja. Kujeni haraka. Wako wapi? Come haraka. Dakika moja. Wengine wako wapi? Wameenda nje. Harakisheni. Sisi nini wachanga bwana.
hawa vijana walianza kazi, ilikuwa lini? Monday ama Tuesday? Thursday. Walianza kazi Thursday ya kuuza nini? Melon. Na wamekuwa akizunguka huku akiuza melon. Si mnawajua? Haleluya. Na unajua nakujaga wananiambia, teacher mimi nasikia poa tunafanya job." That is what they tell me. Jana walinisindikisha karibu mpaka stage jana usiku. Ni uongo ama ni ukweli? Alafu mmoja wao alikuwa na nail polish. Akapatia mwalimu wao. Ilikuwa red ama ilikuwa uju. Ni kufurahia. Atienda ajibake akue smart. So they are responsible, So they are responsible. Na leo iko kitu mtatuzia kwa service. Nini? Melon. Kwa hivyo hawa watu wanunue wakitoka nje saa after service. Mumesikia? Mua promote. Na ni 20 bob. Nyinyi wote kila mtu atafuta 20 bob ya melon. Wabustiwe nayo. Haleluya. Juu hiyo ndio inawasaidia kwa stock na inawasaidia na mambo yale mengine ama ni waje? Si ni ukweli? Asanteni. Mwalimu wao ndio yule. Anaitwa Pastor Jane. Haleluya. Ketini chini. Haleluya. We thank God for them. Wanaoga, wanakuwa, by the way, they are the best. Ukikaa na wao, they are the best. Na kwanza nilijua calculation ya mahesabu, huwezi wadanganya na pesa yao. Pastor Jane ni uongo. Unaweza wadanganya na pesa yao? Yes. Wanasema hapana teacher, kwa sababu hivi na hivi. Hapana, wacha hii tuweke hivi. Huwezi wadanganya na pesa yao. Pesa yao iko intact. And we thank God that hata wakienda sasa kivyao wakati wataweza kuwa released, watajua kufanya mahesabu ya profit, ya capital, ya biashara, na wameanza kureform kabisa. And we really bless the Lord for them. Continue praying for them, ya kwamba Mungu ataweza kuestablish katika njia kuu. Hallelujah. Choir, are you ready? Please, choir dakika kadhaa tu, and then tutaweza kusikiza matangazo. Tafadhali. Hii ni kwaya ya kanisa iliundwa, wakasema wanataka kuanza kujikaza wakaweza at least kuwa na mtukuza Yesu. Amen.
nataka kumshukuru Mungu sana. Na ninapokaribisha Elder Kimani kwa sababu ya matangazo, I also have one announcement. There are people who have been complaining they are not in the family in the synagogue family wall ya kanisa. Pastor Karanja, wanaenda kwa nani after service waandike majina yao na numbers. Wanezona Pastor Karanja please. For because of the wale ambao hawako kwa wall ya church and they are members of this church, wanaweza ona Pastor Karanja, upatie namba yako na jina lako ndio akuweke kwa wall ya kanisa, synagogue wall, family wall. Praise the Lord. Amen. Okay, ni sawa basi. Nimeambiwa matangazo ni baada ya ibada. Kwa hivyo nitaweza kukaribisha the praise and worship team. Maybe they can have one worship and then we enter into praise for the preparation of the word in the name of Jesus Christ. Welcome. One worship and then we enter into praise for the preparation. Amen. Bwana asifiwe. Tusimame tu kwa miguu popote ulipo. Ni siku njema ambayo Bwana ametupa na tutaifurahia. Moyo wangu sifa mpe Yesu. 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 Moyo
mikono juu ya kichwa chako. Say moyo, moyo wangu, moyo wangu, sifa moyo, moyo wangu, sifa usinungunike kwa machungu, kwa mazuri, kwa mabaya, unapokosa, unapopata. Moyo wangu mpe Bwana sifa, moyo wangu utakupa sifa, moyo wangu utakupa sifa. Moyo wangu sifa mupe Bwana. Moyo wangu sifa mupe Bwana. Moyo wangu sifa mupe Bwana. Imba moyo wangu, inua mikono sifa mupe. Imba moyo wangu sifa mupe Bwana. Moyo wangu sifa mupe. Inua mikono sema moyo wangu sifa mupe Bwana. Moyo wangu sifa mupe Bwana. Inua moyo wangu, moyo Kalaraboshe. Moyo wangu sifa mupe Bwana. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Just lift up your hands. I don't know what is going to happen in the next few minutes, but I know God is in the house. I know the presence of God is in the house, and I know his servant is in the house. Inua tu mikono yako tu. Kadamu shidi hanalala. Likadabu shihendiriribuza. Makadabu shidi handa. Anything can happen. It's a God of sudden. The presence is in the house. The prophet of God is in the house. Likadabu shidi hada. Yandiriribu shada. Leketerebo shadadana. Makatarabo shidi. Just open your mouth. Open your mouth. Shendiriribo shadadana. Makarabo shidiribo shadadana. Manalabo shidiribo. Allow the Spirit of God to move in you. Sheketerebo shadadana. Sikanderebo shadadana. We lift you higher, higher, higher. When your praises go high, your glory comes down. We lift you higher, higher, higher. When your praises go high, your glory comes down. Oh, we lift you higher, higher, higher. When your praises go high, your glory comes down. Oh, we lift you higher, higher,
your glory, your glory. Inua mikono sema we lift you higher. We lift you higher. When your praises go up, your glory, Jesus, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory, tell him we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory, oh, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory, tell him we lift you higher, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory. Inua mikono sema we lift you higher, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory, oh, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory comes down. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. As we are approaching to the word of God, ambia tu Mungu nizungumzie siku ya leo. Just minister to God. Tell him how lovely he is. Tell him how good he is as the word of God is coming in a while. Tell him, God, you're faithful. Jesus, we thank you. Jesus, we bless you. Inua tu mikono yako vizuri. Just lift up your hands very well. The atmosphere is ready for the glory of God. We bless your name, Jesus. Glorious God. Continue worshiping the Lord. Continue worshiping the Lord. Continue worshiping the Lord. Blessed be your name, Lord. Glorious God. Glorious God. Glorious God. Makarebo Shalom. Inua tu mikono vizuri tu. Thank you, Jesus. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Mwambie tu Bwana, Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Bwana u sehemu yangu, Bwana, inua mikono mwambie, rafiki yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe.
Pamoja na wewe katika safari yangu tatembea nawe. Iba pamoja, iba pamoja, iba pamoja, iba pamoja na wewe katika safari yangu twatembea nawe, uniongoze safarini, mbele unichukue Baba, uniongoze safarini, nayo imba pamoja. Inua mikono yako, sema pamoja. Mulangoni mwa mbinguni, imba pamoja, pamoja, imba mbinguni. Inua mikono, sema pamoja, 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 pamoja na wewe, mwa mbinguni, pamoja, pamoja na wewe Yesu, pamoja na wewe Yesu, ulangoni mwa mbinguni, ingia na wewe Bwana, ima pamoja, ima pamoja, ukaterere bosherera ulangoni, ulangoni Just lift up your hands. Inua tu mikono yako. He is a God of sudden. I don't know what is going to happen when the prophet of God will be in the house. Kadabush. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Just open your heart and worship the Lord. He is your Father. He is your Daddy.
Thank you, Lord. Hallelujah. Glory of God. Naja mbele zako Mungu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo, hakika wewe ni mwema. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri kwamba ninakiri yale uyatendayo, hakika wewe ni mwema. Naja mbele zako Baba, naja mbele zako Mungu wangu, Jesus, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo, hakika Yesu, hakika wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema. Inua mikono yako mwambie Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inua mikono yako mwambie Bwana, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi Bwana, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi Baba, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba, wewe ni mwema Baba, shirererebosikanalarabosana, wewe ni mwema. Inua mikono yako, inua mikono yako, sema wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema, Baba,
Inua tu mikono yako katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako katika jina la Yesu. Likatana na bosi, andala la bosi. Ziketere busa. Kana la bosi de handala. In the name of Jesus. We thank you. Thank you, Jesus. Yes. We bless you, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you all the adoration, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Son of the living God. Hallelujah. We bless you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Ngoja kwanza. Mtu wa keyboard uko unatuangalia. Amen. Celebrate Jesus. Unajua hallelujah. Mtu wa keyboard anapiga keyboard kama amefunga macho. Hiyo ndio shida. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu. Tuko kwa nyumba ya Mungu. Na hata Yesu ali break protocol. Praise the name of the Lord. There is one thing I know. There is power in shouting to the Lord. Okay. Hii kanisa imeokoka. There is power in shouting to the Lord. There is power in celebrating God. There is power in lifting the name of God high. Hallelujah. Inua tu mikono kwa dakika 2. Tumebaki na less than 5 minutes tukue tumemaliza. Inua tu mikono juu. In the name of Jesus. Haya, peperusha mikono. Tunaenda kucelebrate. Nimemuita Beatrice hapa kwa sababu ya sifa pia katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Inua mikono juu. Ninaposema 1, 2, 3 upige shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu. Hallelujah. Inua mikono juu. Inua tu mikono juu. Haya 1. Haya 2. Haya 3 wapi shangwe? Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi ya sifa tumsifu Bwana. Makofi ya sifa tumsifu Bwana. Haleluya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza mziki wa Yesu. Haleluya. Chezea huyu Yesu ni kwa sababu ni mwema. Cheza mziki wa Yesu. Chezea Yesu, chezea Yesu, chezea Yesu. Kama umebarikiwa piga makofi mazuri ya sifa. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Oh, Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Hallelujah. Bwana anayetupenda sote ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Oh, nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Oh, nitamwabudu nani? Nitamwabudu Yesu. Oh, nitachezea nani? Nitachezea Yesu. Oh, nitamwabudu nani? Nitamwabudu Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu.
utachezea nani? Haleluya. Nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Oh, nitamwabudu nani? Nitamwabudu Yesu. Nitamwabudu nani? Nitamwabudu Yesu. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Wakamba tuko katika nyumba ya Bwana. Halo. Bwana asifiwe. Twende ni hiyo sasa. Mtu wa Kibuti tafadhali, tukienda Ukambani tupeleke huko. Tukienda kwa Kikuyu kubali kutupeleka kwa Kikuyu. Tukienda kwa Waswahili tunaenda pole pole. Bwana apewe sifa. Sisi sote ni Wakamba. Tuchezee Yesu. Sisi sote ni Wakamba. Kota kawaya ya Yesu. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Cheza gita ya Yesu poa. Cheza gita ya Yesu. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, tata tata. Oh, tata wakwa. Eh, tata tata. Oh, tata tata. Eh, ninagera ngai wakwa. Ngai wakwa. Ninagera ngai wakwa. Nani kwambararia ngai wakwa. Niĩ kwambararia ngai wakwa. Gũkenera ngai wakwa. Ngai wakwa. Gũkenera ngai wakwa. Ni haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ũgacine wa ngai wakwa. Ũgacine wa ngai wakwa. Ũgacine wa ngai wakwa. Nĩngũrogera ngai wakwa. Nĩngũrogera ngai wakwa. Na nĩngũrogera ngai wakwa. Ngũrogera ngai wakwa. Ni haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ni haleluya, haleluya.
makofi kwa Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Bata kidogo. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Haya, tukasikia Yesu. Haya, katika kidogo. Angalia hapa mbele. Angalia hapa. Twende chini. Twende chini. Chini. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole. Ukiona mtu aendi, ako na kitu ameshika. Teremka. 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 Anza tupande. Panda. 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 Haya, angalia hapa. Angalia. Angalia hapa. Twende. Angalia. 1, 2, 3. Kesho. Pole pole tu. Ningua tu pole pole. Uningua tu. Yes. Endelea. Wapi makofi na vigelegele? Kaiwa kwa kaiwa kwae. Kaiwa kwae wa magegania. Kaiwa kwa kaiwa kwae. Kaiwa kwae wa magegania. Oh, kaiwa kwa kaiwa kwae. Kaiwa kwae wa magegania. Kaiwa kwa kaiwa kwae. Kaiwa kwae wa magegania. Oh, wabararia, wabararia. Wabararia, wabararia. Hey, Wabararia, wabararia. Wabararia, wabararia. oh, wabararia, wabararia. Wabararia, wabararia. Wabararia, wabararia. Wabararia, wabararia. Hey, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, wabararia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, wabararia. Wapi shangwe na vigelegele? Piga vigelegele kwa Yesu. Inua Yesu, inua. 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 So we must praise him. Praise him in African way. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Ninashukuru kwa sababu ya watoto hawa. They are future pastors, future evangelists, future presidents, future leaders. God bless them in their education, in their system. Allow all Christians, Father, to take their children back to you, that they may be taught from their childhood to love you, to know you, and to walk with you. In Jesus' name, amen. So, mutaenda huko leo. Wapelekeni huko kule kunatengenezwa. Watabarikiwa. Kuna memory verse? Nani yako na memory verse? Nani yako nayo? Uko nayo? Praise God. Praise God once more. My name is Shalom and I have a memory verse. Matthew chapter 21 verse 22. It says, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Mwingine? Somebody else? Kuna mwingine yako nayo? Thank you. Muwafundishe on Sunday. They will be part of the service.
So I need them to participate kama watufundisha wimbo. Si ndio? Yeah, and the teenagers. For the teenagers, let us make this church for everybody. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. I want to thank God because he has been faithful to everything that he has promised us. He's a promise keeper. I can see you are sweating already. And he promised us that you will sweat. Hallelujah. Because the anointing is already with us here. Hallelujah. Jipepeta kabisa, jipepeta kabisa, jipepeta kabisa. That is round 1. We are bringing up round 2. And round 2 will be fire. Bwana sema fire. Round 2 will be fire. Balance kidogo. So that we can continue. Bwana asifiwe sana. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana. We love you back. Ati? No. Ati umesema? You love me back? Yes. With who? How can you share love of somebody with somebody? Mnasema we love you back with who? It's you who loves me alone. Yes. Me, I love you because muko hapa. I'm looking at you. But for you, it's a response of you. Wale tulienda shule tulifundishwa nini? Singular. Eh? First person singular. Thank you. Kameanza kulia tena. Kapatie nyonyo. Hata sisi tulipatiwa nyonyo. Lakini sisi hatukupatiwa, tukupepelezwa na nyonyo. Tulikuwa tunapatiwa matanuko. Sasa mnacheka nini na mlikula matanuko hapa? Ama nyinyi ni watu wa Synagogue? Watu wa Synagogue mkono juu. Sisi ni watu wa marigo. Ile ya kuwekwa pale chini kwa jiko inachomeka, alafu anatafuna, anakuweka kwa mdomo. Na tulikuwa healthy. Watu wa Synagogue akikohoa kidogo Kenyatta Hospital. Hallelujah. That's the beauty. That's the beauty of our tradition, the beauty of where we come from, because we had the strongest power and authority. Hawa watoto wapelekwe mahali wanafaa. Nisione mtoto anarukaruka hapa ndani. Umenielewa? Wapelekwe kwa class. Ndio naonanga Waislamu wametushida. Mtoto akizaliwa Muislamu msikiti ndani na mafundisho anaanzishwa hapo. Madrasa anafundishwa itikadi na za kidini, ndio anakuwa strong. Sasa sisi wewe umeokoka jana. Hata Biblia hujui kama inasomangwa from left to right. Mtoto wa Kiislamu Qur'an anaisoma from akiwa class 1. Na anasoma na Kiarabu. Na anaandika na Kiarabu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why they have a strong doctrine more than Christians. Their belief is strong because it's founded in the word called the Quran. Hallelujah. They know Bible than you because Quran, 90% of Quran is Bible. It's only that it's written na Kiarabu alafu wameipanga na aya ya kwanza sura. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask me where did you know that? I was a Muslim. Yes. I was a Muslim. I was a thief. I was a conman. I came to a church of a conman. This lady is asking a question. Anaweza kweli huyu mtu kwani hapa ni wapi? Sasa ameanza kuangalia nyuma, ameangalia left, ameangalia right. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm proud of myself because God has helped me to speak the truth about myself. I'm not a hypocrite like you. You're a murderer and you don't want to say you're a murderer. You're a thief. Hata sahi bado unaiba. And you never want to say you don't because you are holier than thou. Wacha nikwambie. God has never used any good person in the Bible. Nenda mnitafutie moja. Nitafutie moja. Hata Yesu hakuwa mzuri. Si Yesu alipotea kwao? Alikuwa ameenda wapi? Hadi yeteko. Walimtafuta siku ngapi? Warokole. Walimtafuta siku ngapi?
Eko. Alitoroka. He disobeyed the parents. He ran akaenda huko, kujificha huko. Ndio akati alijua ametafutwa sana akaingia ndani ya sinagogi hapa. Alikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa ibada ya leo. Naona leo nyuso zenu ni nzuri. You are encouraging. You know, sometimes kuna kujaga hapa na waangalia, naona ni kama I'm facing people that are not from this planet. Yani watu wanakaa stone faced. Watu wanakaa shida zao zote wamekuja kunitransferia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Never ever bring your problems here. Here is the house of the Lord. We all have issues. Mimi zangu nikakuachilia hapa, nikupatie zangu kidogo, 1% of my issues, utakufa. Si hata kugojeka, you die. Sasa unaniletea nini? Na niko above you. Kana zako twako ni 1%, 2. Hata ziwezi kutosha kamkebe kakikombe kale kakidogo katurugi kale kakuhusa kacheka wachugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Your problems are, wacha. This is the house of the Lord. This is where happiness is. This is where we come to meet. You cannot come to meet. Yani ukuje kwa ofisi yangu kama umenuna. Nimekuja uniombee. Mara moja nakwambia twende pale kwa madhabahu pale, nikukute hapo. Ndio ujielewe. Kama umekuja tutafute solutions. The solutions are not found by gloomy people. If you want peace, you cannot find peace in a gloomy manner. Hata ukienda sasa kule Hamas, wale wanapigana na Waisraeli, when they will be meeting in the table, watakuwa wakismailiana. Because that is the only way we find peace. Peace is found in atmosphere where it is peaceful. Hallelujah. But you can never bring a gloomy face into church and expect any blessings from God. Nothing. Nothing. He's a happy man. He's a happy man. Did you know that? That God is a happy man? Anawanga na anaendelea kuishi. Na aonangi kama amefanya kitu. Alimaliza Sodom na Gomora na maisha ikaendelea. He was happy when he saw them dying. Hallelujah. Nikieta kwa Jehova munene wake. And he's proud of that. He's a man of war. A mighty man of war. A warrior. Warriors are never hawakasirikagi, ni kufaa wanafaaga sura serious. Sasa ukikukuta huko nimevaa sura serious, ujue I'm at war. But inside me, I'm happy when I'm finishing you. Hallelujah. I'm happy because that was the intention. The intention of me going to war is to defeat you. And to defeat you is to kill you. So when you will die, I will have achieved. I will be happy. Ama nitasikia usuni. Mimi ni mchawi, nimetumwa nikumalize. Nikuje na nikumalize. Nitakasirika. Nitakuwa happy. Nitachinja kabusi. Na nitaita marafiki wakule. Hata kama hawajui wanakula kwa nini. Watakula. Because I am happy. That is the art of war. The art of war is when you finish. Remember this called the Napoleon Bonaparte. And all those people when they were fighting. They will go and smoke. They will sit somewhere up there and they will smoke after seeing the achievement. The achievement is when they see kama sasa niambie hii Samueli ni Samueli gapi? First Samueli. Hapa Daudi alitaka kuoa huyu msichana wa Saulo. Ni Samueli chapter 1 verse chapter 3 verse 1 Samuel chapter 3. Akaambiwa, if you want to marry this girl, you must go there and bring private parts of 100 people. Yeah? Foreskins ni nini hiyo? Don't give them. Taleda wetu mohonoki tutikagane. Speak as it is. Yes, that's how the Bible says. But what about you? He was asked to bring 100 private parts of a human being or of human beings so that he can take a girl. And David was so good enough that he thought 100 is not enough. He went and collected 200 na akawaletea hapo. Ndio walikuwa nataka kusema 200 akaleta 100. So akaleta 200
Kama walikuwa nataka 150 wakuwe mpaka na 50 ingine juu. Huyo ni Daudi. Na he was happy because he wanted to marry. See, alileta kama kuna huzuni ati watu wamekufa. Hapana, alikuja akiwa na furaha. I have achieved, I have conquered. So when you are slaying the devil, do not be gloomy, be happy, because it is a contest won. When you are fighting the devil and you defeat him, it is a contest won. Ukiletea sura yako kama hii sasa venye umekasirika, I will not attend to you. I will not, because you are not helping me to fight the battle. I need you to be strong, to be happy as you are winning this battle. Usiniletee stress za machozi kuja kulilia hapo. No, lete machozi ya furaha. I have conquered, I have won the fight. Nimeshinda. Paulo alisema I have fought a good fight, a good. So he is happy. Despite kule aliumwa na manyoka, despite kule alidhulumiwa, despite kule maneno yote ilifanyika, he fought a good battle. It is a report he was writing. Hiyo ni report alikuwa anasema, I have fought, I have won it. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I want you to have. Church, hapa ukikuja hii kanisa, kama umefundishwa kwenda, kama umekasirika padile ingine, huku usiniletee makasiriko. Ukiniletea makasiriko, utaona moto. Nitakumeki ukasirike ya kweli. Yes. Si ndio? Kama umefurahi, kama huyu jamaa, amekuja. Amekuja. Ameenda kabisa. Huyu jamaa kuja, simama. Huyu jamaa, this is one man that has been tormented for quite a long time. This is one man who is alikuwa mchawi, ni muganga na kila kitu. This as young as he is. Huyu alikuwa na uwezo wa kukuzima na unazima. Ana uwezo wa kukata oxygen na inakatika. Because the man that was in him is his grandfather. Kuja hapa tu. The man ni grandfather. Ulikuwa na wenda unagonjeka? Nilikuwa yeye ndiye alikuwa ndani yangu. Ukigonjeka upelekwa hospitali? Mtu mwenye ananishughulikia yeye anapigwa. Anagonjeka? Yeye anapigwa kabisa. Anagonjeka kukuliko? Yeye anamalizwa kabisa. Daktari, wewe ni daktari. Jamaa huyu akigonjeka, uende kumutibu, unagonjeka mara 10 yake. Ukienda kumkuta ako na shida, nyumba yake imefugwa, ulipe nyumba. Nyumba yako inabomolewa, sio kufugwa, yako itabomolewa. So niambie, ukitembea na watu kama hao ukiwa gurumi, what will happen to you? Yeah? Na sasa? Kona peace kabisa. Kabisa? Kabisa. Unafurahi? Nafurahi kabisa. Nobody, yani watu wameambiwa ukijaribu kumsaidia tutakumaliza. Jamaa ingine ilikuwa hivyo, ni hii jamaa. Sasa hawa walikuwa waganga wawili, dangerous, the most dangerous waganga. Huyu jamaa akigia pale alikuwa mganga, yule baba yake guka alikuwa anamwambia leo kutasomwa Matthew 5 verse 1. Na akikuja hiyo ndio nitafugua. Sasa imagine sasa mimi nikutane na majambazi kama hawa wa kiroho, alafu nikuwe gurumi. What will happen to me? They will win a battle over me, because that was their mission. Kuna jabasi ingine ndio hii hapa. Kuja. Hii jabasi mpaka imezaa watoto wa kiroho. Na inazaaka watoto wako na pembe. Ni kweli? Mpatie microphone. Inazaaka watoto wako na nini? Hebu waambie. Ni kweli, nilikuwa nimeolewa na nyoka, a snake in the marine kingdom. Na nilikuwa na watoto wangapi? 18. Watoto 18 in the marine kingdom. Wanakaaje? Wako na pembe. Ni watu kama binadamu ama ni nini? Juu ni watu, chini ni fish. Ni fish. Na kichwa, pembe za ng'ombe masani. Sasa kaa gurumi. Ukutane na mtu wako na watoto 18 wako na pembe.
na jini ni nyoka, na ile imemuoa ile inalalaka na yeye ni nyoka, na anasikia vizuri. Si ulikuwa unasikia vizuri? Just tell me, this is the world we are living, and we need to appreciate and love these people so that we can get them. These are men and women of God, great men and women of God. Waona hapa. They will be in your screens, they will be in your videos preaching the word of God. Bwana asifiwe sana. So that is the essence of being happy, winning the battle. I'm happy because kama una sasa nikwambie ati ukikia hapo, naona hiyo mama yako hapo analalaka na nyoka hivyo tu hapo, naona huyo mama yako hapo ndani analalaka na nyoka, utaenda hapo si unapotea? Ameachieve ajenda yake ama hajaachieve? Yes. But when you walk there like majestically, uende baka hapo, uende ukomeshe, useme pepo toka, unaona pepo linatoka, unafurahi. And you can only do that when you are happy. Bwana asifiwe sana. You love what God has called you to be. Some of us have lost the promises of God because of our gloomy nature. Because we are supposed to be happy men when you are fighting, when you are winning battles. Huyu sasa ukoaje kabisa? Uliacha kuniona? Ukapi Mike. Bwana asifiwe. Amen. Kutoka siku yenye nilikuja huku life yangu imechange. Mpaka sasa pesa nazipokea na ninaona faida yake. So nipatie kidogo. Uko nazo? Nitakutumia. Utanitumia? Una kila kitu iko sawa? Na umeanza kutrain pastor. Sasa kutoka leo kaage hapa. This is your seat. Kaage hapa. God bless you. Tutakutana jioni kwa ibada ya jioni ya deliverance. This man here, come. Mike wamepeleka wapi? Sasa umehama na Mike? Bwana asifiwe. Hallelujah. I thank God kukuwa hapa. Na tangu nikuje mahali hapa nimeona mabadiliko makubwa sana kwa Mungu. Jambo la pili, on Friday. On Friday, ambia mwenzako on Friday. Tulikuwa hapa. Na nikakamata apostle, sikumwachilia. And I thank God. Tulipotoka mahali hapa kuna mahali tulienda. Kuna mambo ambayo hata unaweza shindwa kuyaongea. But Mungu ametubariki na kipawa. This man si mtu hivyo vile unamuona, amebeba Mungu. Maana tulipofika kule niko na bishop, naongea hivi baka natetemeka kwa sababu yale yenye niliona si yale ambayo nilikuwa natarajia kuyaona. Apostle tulipofika kule kwa gate alishuka na akaambia gari iende Yoshwe. The time alifika hivi mapepo yenyewe ikaanza kutoroka kwa hiyo compound. Tusipigie Yesu makofi. My first time, kwa sababu hiyo bishop amekaa kwa huduma 45 years. Kama ni kusacrifice amesacrifice. Lakini that only few hours, few minutes. Hata apostle mimi nilikuwa nashindwa leo nikiareka huyu. Jua anaongea tu hivi na deliverance inafanyika. Tulipotoka mali pale, I thank God. Bishop nikukimbia alikuwa anakimbia. Mtu ambaye amekaa kwa wheelchair, amelalanga tu anaendanga hospitali, but today I thank God. For how many years? 45 years. No, kwa wheelchair. Alikuwa kwa wheelchair. Na ni mtu amesacrifice. Kama kuna mtu ambaye nilitoka huko nikaambia apostle, from today nie digagotiga. Kore ugathi ni kugathi. Todo ni dona guy. Maana kusema ukweli, huyo mama tumetoka tumesafiri. Naenda nachukua gari yake. Naweza weka hiyo gari mafuta tunaenda baka Mombasa. Hata kutafuta tu msaada wa Mungu. Kwa Ezekiel. Kwa Ezekiel. I'm sorry to say that. Malisia tu hapo.
But today I thank God. Apostle alimwambia tu kama mchezo. Hata mimi nilienda kwa TB Joshua nikaenda wapi, lakini muujiza wangu ulikuwa hapa. Na alipomwangalia hivi, automatically mambo ikachange. Alikuwa na pete, amevalishwa pete ya Illuminati. Hiyo pete tulikuja nayo. Amen. Kama kuna mtu mpaka mimi, by the way, tu niseme ukweli. Mimi nilikuwa nimepewa kanisa kubwa sana. Nilikuwa na hudumu huko. Lakini kwa sababu ya ile vitu ambazo tumeziona na huyo mtu wa Mungu, we give up. But I thank God kwa sababu leo hii huyo mama, hata wakati ambapo nimekosa kukuambia, nilikuwa naona tu kidole naonyeshwa hivi, can you go and say this, ili watu wa kanisa ama hii kanisa mjue ya kwamba mko na mtu very unique. Pigia Yesu makofi ya kilo. Nasema ya kwamba kuna watu watatoka nje wapokee vitu vyao, na wewe uko hapo tu umeng'evya. Shauri yako, si tutaenda mbele. Mtu wa Mungu, Bwana akubariki. Sasa hiyo sauti ni ya nini? Yeah? Ni ya nani? Mtumishi. Kaa huko. Kaa huko. Mpatie kiti ya mtumishi hapo. Yes, leta microphone yako wewe, tatafuta yako. Sasa wewe mse, kuja ukalie kiti. Wewe, mko na mke ama uko peke yako? Kuja hapa. Yeah? Uliacha mke nyumbani? Kuja. Kuja tu hapa. Na wewe kuja hapa. Na wewe sogea hapa. Hivyo. Kuja hapa. Kuna kiti kingine. Wewe kuja huko. Walikuja wakahang koti. Ni kumaki territory. Hii. Bana, hii ni territory umemaki hapa. Kuja. Kuja wewe. Hii mambo ya territory tulikataa. Huko hakuna kumaki territory. Huko mtapangwa. Sema mtapangwa. Yes. Sema calling. Si hujanitengenezea hii sauti vizuri. Uliharibu kwa nini? Inua tu juu kidogo. Balance base na hizo zingine zote balance vizuri. Najua unaendelea kujifundisha, lakini jifundishe zaidi haraka haraka. Si ndio? We need to groom our own people. Tuwasaidie ndio waweze kusimama. Si ndio? Hallelujah. As I promised you last week, this church, we are changing the style of how we've been doing things. Beatrice, thank you for coming, but you haven't come to explain to me what happened. I'm still expecting you. Nimekuchukua tu, nimekuita hapa kama mtoto ambaye nakupenda, but I need an explanation from you. Bwana Yesu asifiwe sana. So I say the church, because we are mature now. Si ndio? We are since I started this calling, it's 4 years old. Tulimaliza last week. Caro and the women here, I expected tutakuwa na keki kubwa sana leo, lakini nimegojea, nimeona hiyo kitu haiko kwenu kabisa. Because it was supposed to be a celebration. Lakini wamama wa kanisa nimeona you are little bit mmetuagusha. Sasa wazee wa kanisa simameni, wale wa kanisa simameni. Simameni wazee. Kama wewe si mumama, nimesema wazee asimame. Simaanishi ati wale wako na devu ndio wazee, nimesema mwanaume wale wa hii kanisa. Wale wa hii kanisa, wale wa zamani. Wanaume dami ni modurume. Yes. Push forward celebration ya our 4 years to next Sunday. So nataka mununue keki. Na nyinyi ndio mtakata keki. To assume this church has no women. Simple as that. Sasa mkutane wazee, mchage, mulete keki hapa. Wamama wametuagusha. Si ndio? Yes. Hivyo ndivyo tutakuwa tukifanya kazi. Ukiona hiyo pande inaanguka unachukua ingine na inaendelea, because this is a work of God that has to be completed. And therefore on Sunday we are going to have a celebration of our 4 years of the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. And at the same time on Sunday we shall be doing altar dedication, dedicating yourself to the altar. So you go find a sacrifice. You go find whatever that you can bring here
that will be received at the altar as a process of you dedicating yourself, rededicating. I will explain to you, I will teach you why do we need to dedicate yourself. Ni kwa nini you dedicate yourself kwenye altar. When you are serving under an altar, when you are a child of this church, under this altar, you need, it was a covenant that you made with God. I will be coming to church. Then when you came, you decided to be giving your sacrifices, your offerings, and your 10%, your tithes. You became connected to the altar. So all the battles that you've been fighting, you stopped fighting these battles. The altar picks over your battles, and the altar will be fighting for you. Wakati sisi tulikuwa tunaenda kwa waganga, because I'm one of those people ambao wameenda kwa waganga sana. Wakati unaenda unaambiwa wa nani? Simena tukoegi? Wangwana. Unaambiwa wangwana wamesema. Wangwana, hao wangwana wakati unatoa your sacrifice, unaambiwa toa 1,100, toa 50,000, toa ng'ombe, toa. Mimi nilitoa mbuzi 2, moja mwekundu, moja mweusi, kuku 2, moja mwekundu na moja mweusi, na shilingi 300,000. Nilikuwa natafuta protection, polisi wasinishike. But that very day, wakati nilitoka huko, ile kitu nilipata kutoka na mbuzi hao 2 na kuku 2 na 300,000, nilipatiwa kakijiti kametoshana hivi. Nikaambiwa nikiona polisi natafuna. Najua ile Wakikuyu mnajua mtiri ya mukidori. Ako kamutu kametoshana hivi. Lakini wakati nilishuka pale country bus, kushuka tu hivi, kitu ya kwanza nilikutana nao ni flying squad. Hawakuwa wananitafuta, walikuwa wanapita. Kuona hivi nikaona mmoja amenisimamisha, akaniambia, "Hai mkubwa, habari mkubwa." Nikaambia mzuri sana, na nikatoka mutikagu. The more nikaweka kwa mdomo, nikaona mmoja ameenda kada amesema over. Roger over. Tuko na Waruinge hapa over. Nikasikia arrest him immediately. Nikaeka kamuti. Sasa nikaanza kusema power ya kamuti wataona sasa kawa. The more nilikatafuna, the more walikuwa wasi. Immediately wakapiga marisasi kufukuza kila mtu hapo. Ndio flying squad wakuja. Kutoka hapo nilikaa jela miaka ngapi? Miaka 6. Hiyo ndio power ya kamuti. Nilikaa miaka ngapi? 300,000 zikaenda. Busi 2 zikaenda. Na kuku 2 wakaenda. Na hiyo mama alikuwa mama mnono. Alinikalia hapa nikiwa uchi. Alikuwa ananimwaga hiyo damu, alikata kuku, aliuma na mdomo. Akasukusha hivyo, akanisukusha na hiyo damu. Alafu akikusha, alafu anakuja anasuguka, alafu hapa na niko noi. So unaona, that is what we call I was being dedicated to the altar of the devil. So when you are here, you don't need to fight your battles. When you are well connected with the altar, and that is why it's very important for you, before you connect yourself to this altar, first of all, do something we call a spiritual mapping. Understand whether kuna Mungu hapa, ama ni mimi niko hapa, ama ni wangwana wako hapa. Not every altar is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every altar is godly. Gideoni waliteseka miaka 7. Judges chapter number 6. And the children of Israel did evil in the sight of God. And then God decided to hand them over into the hands of the Midianites. Bwana Yesu asifiwe sana.
For what? For 7 good years. But what was the reason? After all the transaction, after all the suffering, they only came to discover it is the altar that his own father had built. Kwa maana Gideon aliambiwa, nenda uvuje madhabahu ya baba yako. Kumbe baba yake ndiye alikuwa amejenga madhabahu ya Wamereku, ambao ni madhabahu ya Baal. But for them, akipanga vita, akitengeneza 32,000 men to go and fight the Midianites, alikuwa anatengeneza na baba yake. Na baba yake ndio mwenye shida ambayo wanapitia. It is very important. In anywhere, hata hapa, if you have not ujaigia hapa vizuri, wenda kwa Mungu muulize, is this your house? Is this your man? Is this your altar? Then from there, when you are in the right altar, you ought not to suffer. You will never suffer. My father is Harrison Nganga. And I don't do any battle, any single battle that he has won. I can't do. Every battle he has won for me. Bwana Yesu asifiwe sana. He struggled to find a place in Nairobi. For him to get a place where he is now, hapo chini kidogo, it took him 15 years. To be in a place like this one, it took him 20 years. For those who know him. Kupata hall kama hii ilimchukua 20 good years. Mimi imenichukua 1.5 years. Because I can't do his battle, the battle that he has done, because I'm under his anointing. So whatever he has done, I will not fight. I will fight bigger battles than him. Ndio naona watu kama Kimani ni watoto wake, lakini ni kama wako juu kumuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako juu. Ukiangalia development za Kimani ni kubwa kuliko za nani? Za Bishop. Ukiangalia kwa macho, the physical. But the spiritual, Kimani drives, anatoa power yake wapi? Kwa huyu baba. The same as me. Ndio naona ukiangalia tumengangana, hatukungangana kupata mahali kama hapa. Na hata pale tunaenda kiwanja kingine kwa sababu iko hatutangangana kupata, lakini yeye amengangana ndio apate pale Bunyara. Walienda mguu mpaka Nyeri, mpaka Meru, mguu. Walienda mguu mpaka Meru kuomba Mungu awapatie kiwanja. Walipofika Meru wakaitua kiwanja pale. Na ni mimi nilitumika kuitua hiyo kiwanja. But they will sacrifice mpaka Meru. Why? Because Nganga did not have a spiritual father who was above him. Yule spiritual father wake alimwambia na kuwaka Nyahururu, lakini yako chini. So battles zile alikuwa anangangana yeye ni kungangana. Neta mwana wa Digwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ya Digwa ananganganaga maisha akiwa peke yake. Because hana baba anaweza kibilia mwambie sina guo ama nimefukuzwa school fees. Atangangana, ataenda kuosha guo ndio apate school fees. So utapata maisha yake baadaye atafaulu, lakini maisha yake itakuwa ngumu. Lakini sasa mimi niko na baba wangu wa kiroho ambaye ako juu na maendeleo yake amefanya, amepigana vita. Kuna siku aliitwa devil worshipper. Magazeti iliandikwa hapa yote kitu yeye ni devil worshipper. Ati ukiingia huku anakuangalia tu hivi na macho, damu inaanza kuchomoka. Hiyo vita alifaulu. Sisi hatutapigana na tu vita tu devil worshipper. Hapana. Vita ya kukosa nyumba alifaulu. Kwa hivyo hatutapigana. Sasa lazima nitaenda juu yake, nitapigana vita juu yake. Maana altar yake inatupigania. Inaenda, tukikuja kupigwa hapa, inaenda inasimama kule, inasema hapana, hii vita mzee ulipitia, mtoto wako hatapitia. So I dedicate myself to his altar. Me, I'm your spiritual father. He is my spiritual father. I dedicate myself there. All my sacrifices napelekanga wapi? My tithe napelekanga wapi? That is where this altar inanipigia. Juzi nilipata accident. Baada ya kuambia wale vijana waliokoka hapa, 2 days later nilipata accident mbaya sana. But as I was driving, kwa sababu ilikuwa kumulima, kiroli kikakata breki karudi na nyuma. I was supposed to be the brake for that car. But something happened, gari lingine ikakuja ikitaka kutoroka, ikashikwa na kiroli. Sasa hiyo watu walikuwa ndani walifiinywa wote. Na wako na Mungu saa hii. But it was meant to hit me. But because there is an altar that is fighting for me, it stopped it. Nilipata 2 injuries kidogo, lakini I am strong. Bwana Yesu asifiwe.
Maadui wamekuja hapa. Manyuru amekuwa akimwaga mafuta hapa kutoka pale hivi, anazunguka mpaka pale, anazunguka huko akiweka ma X. Kwa hii geti ya kuingia hapa ameweka mafuta na X. Kwa hii pale tunaweka gari parking ameweka mafuta na X. Kwa parking zile zingine ameweka mafuta na X. Amezunguka mpaka kule Equity ameweka mafuta na X, na akisema huko kusigia watu. Lakini si mnakuja kwa sababu ile madhabahu inapigana. Mimi sipigani na yeye, siwezi kufungua mdomo wangu tupigane na yeye, kwa sababu kuna kitu cha kumshughulikia. Hiyo ndio meaning ya kudedicate yourself into an altar. You stop fighting. You no longer, if madhabahu hii haikupiganii, ondoka. You are not supposed to be here. Kama haikupiganii, either wewe haujashikana na hapa, ama you are not supposed to hear, because not all that you must be here. Kuna kule labda umeitwa uende huko, because kuna kazi yako huko, na kama kazi yako iko hapa, you will be here. Utatoroka kama Beatrice na utarudi hapa. Nipatie kabisa kadogo baba. Hawa watu wanapenda kunionea. Mama tio hata kuhujia. Sema a calling. Sema the calling. What is a calling? What is a calling? Have you ever thought to yourself, nipatie voice kidogo tu tafadhali. Hii zote. Thank you. Inua tena kidogo. Mnasikia sasa vizuri? Yeah, sasa weka bass, toa effects. Mfundisheni tu pole pole. Ni wale tulitoa huko wakikula majani. Hii kitu kutoka kwa kichwa. Si hata yako imekataa kichwa. Ni kijana mzuri mpenda, I'm training them. Au bangi. I want to prove to them you are human being. Nyinyi ni watu wazuri. Ni shetani alikuwa anataka kukumaliza. So nyinyi mnatakaga mtoto mzuri mwenye alizaliwa ndani ya kanisa, na hawa sasa hawavutaji wa bangi, ndio nataka tutembee na wao. Because I was once like them. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kanisa ingine mungesema akaweka mademon kwa machine, atashida akicomplain. I would rather be complaining, but I make him. Tomorrow he will be the best. Hallelujah. So I need to go teach. Namwambia sauti kama sasa, namwambia balance kidogo, weka bass. Wacha kushika na uoga. Unajua sasa labda hiyo kitu amekaa na joto kule imefufuka. Sasa anaona hii kitu akiguza anaona ni kama itafujika. Si kama Buju hapa. Buju alikuwa anakulanga kichuri. Kichuri ndio heroin. Kichuri ndio heroin. Sasa wale watu wamekula kichuri, anahitaji tu maji moto. Hata kama aliwacha 5 years ago, anahitaji tu kitu moto, akikunywa inaamuka. Sasa mtakuwa na Buju mko pamoja, au hajakunywa, mmekaa naye, lakini akuange tu maji moto kidogo, uanze kuona ameanza kubehave funny. Unashangaa huyu hayako. Sasa kama wewe huelewi, utasema haka kama mtu akajaacha nini kuvuta bagi na hizo vitu. Na I'm very sure Buju, when was your last? Uliwacha lini? 2 years ago. Na aliwacha hagokagi. Lakini Buju mpatie sahi maji hapa moto, utaona zile vituko, utaona akifanya. So nisipokaa na yeye mahali kama hapa, simsaidii. Lazima nimweke hapa, nimuonyeshe you are a human being. Life can change. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndio maana sitakangi walokole kwa hii kanisa. The holier than thou siwataki hapa. Those good people ambao mlidropiwa kutoka heaven, msikuje hapa. Nyinyi edeni mkae huko. Wale wanararaka heaven wanakuja hapa asubuhi, nyinyi edeni. Because these people hawa watawakwasa, mtakwasika na hawa watu. Nikuwa kanatikuwa kama wewe ni holier than thou, enda tu huko kwa maholier than thou. Hapa utakwasika kwa sababu utakuta kengine kama sasa. Kuna kengine kako hapa, nimeona kamegia hapa na kofia kako pale. Hebu simameni, simameni. Huyo simama. Unajijua yule alikuwa na kofia ya black,
Si ni huyu? Kaka kijana. Ni Eldoret. Umetoka Eldoret? Huyu ni wa Eldoret. Alikuja na maroli, akipanda roli mpaka hapa. Hajui lafu ya mama, hajui lafu ya baba, hajui nini. Ile kitu alijua, anajua tu ni wanaume kama 20. Mama hii alikuwa na huyu, akawa na huyu. Sasa yule alishagasha huyu na alitishia huyu maisha. Ni yule wa Kwale. Simpatie microphone tusikie hiyo story ya Kwale hii. Hizi microphone mumeeka na si zenu. Ni za kanisa. Aka kajamaa akikupatia story yake usikilize. Utaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimeokoka. Uliokoka lini? Niliokoka karibu 1 week last Sunday. Freshly okoka. Yes. Anaitwa Peter. Hiyo ni jina ya mtaa sasa. Na jina yako? Majina yangu kamili ni Praise Kamau. Kutoka Eldoret. Na in fact nilikuja mguu, si ati nilikuja na gari. Ulikuja mguu? Miezi 2. Miezi 2 ukikuja? Kwa njia. Ilikuwa story ya mzae wa Naivasha. Huyu wa Naivasha. Naivasha alikuwa anafanya kwari. Na alikuwa na mom. Sasa ilikuwa hiyo time sasa ndio napitia chondoni sasa. Nikamaliza, nilitoka within 3 weeks. Nimetoka, akanipea kazi juu sasa kwa nataka nikae kwa nyumba. Mimi ni boy child, nafaa nitafute do. Ndio sisi support sana, unaona mimi si kijana yake, lazima obvious niingie kazi. Sasa tukaingia kazi, alikuwa anapiga, yeye ndio fundi. Anachonga hizo hardcore. Sasa mimi nilipewa kazi ya kubeba. Hiyo ma9 unapandisha kwa hiyo mlima. Wende uzipange huko inapimwa na futi. Ndio ulipwe. Si ati moja. Napimwa na futi. Ndio ulipwe. Sasa futi kikuwa less, hapo unaweza enda hata na 150 na umebeba mawe karibu 30 ama 40. Na wewe bado nika kijana kadogo saa hiyo. Nilikuwa mdogo. Mom wakakosana point, ilifika madhe wakakosana juu mama alikuwa na save sana, hata akipewa doza kukula area akishinde njaa, lakini ya save ndio si tungare, si wote tungare, mzaya ngare na mimi pia ni ngare. Na tena alikuwa anangangana ni venye nitarudi shule. Kafika point wakakosana. Buda. Sasa niambie mambo ya mom sasa nilikuwa naogopa story ya mom juu ule jamaa ile kazi anafanya. Ule msee alikuwa weida, acha nitumie jina. Alikuwa weida. Ule mkono ukiangalia hivi ni kama mtu anaonuaga chuma. Ni mtu wa kwari, mizizi imejaa. Ako na maso. Sasa hadi wewe unafia juu si buda yako umjui. Umepatana naye juzi umeanza kumuita dad na jina heshima tu. Juu ako na mama. Navumilia mambo mingi hata wakigombana. Sasa kitu nilikuwa naogopa asipige mama. Juu anaweza mu. Asante. Yaani maombi yake tu aliona mkono hii jamaa huyu akashika mamu. Oh my God, what is a calling? Hallelujah. Calling is a process by which the Father who is in heaven draws a person to himself. That is what we call a calling. When the Father in heaven draws a person towards himself. So a calling is not you going to find it. A calling is not you going to school. A calling is not going to study for. A calling is that you've already been drawn. Umevutwa. Umetolewa kule, umetolewa, umeletwa karibu ndio ufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Is being drawn. It is not a will. Not a personal will. Not a personal arrangement. Not a personal desire. But it is a will of God drawing closer to him so that you can serve him.
That is what we call a calling. Sasa jiulize kwanza before we tuende hapo kwingine. Have you been called? Yes, you are a pastor. You are a bishop. You are an archbishop. You are a waiter. Whatever you are doing, have you been called? A calling to make, and it's supposed to make one understand the spiritual truth. A calling, when you are drawn closer to God, ndio akufundishe kuunderstand ukweli wa ulimwengu wa kiroho. Ndio unaingishwa deeper into deeper things of the spiritual matters. Ndio unapata deeper revelations, deeper understanding, deeper knowledge which others don't understand. And number 2, it is an invitation to salvation for an individual. A calling is an invitation to salvation to an individual. So many people think because they go to church they are saved. Many people think because they are pastors they have been called. No. Salvation, it is an extra mileage of being called. Salvation itself, it is a calling. If God does not want you to get saved today, no matter how many people will pray for you, you will still remain the way you are. Until that time of a calling, you are called and picked from other people. That is when you receive Jesus. To receive Jesus, it is not just a coincidence. It is not just a something that was a pass by. It was not something about inatendeka tu kwa wakati huo. Hapana. To get saved, it is a process of God. You may today unasema Bwana Yesu, leo nimeacha dhambi, kutoka leo nitaenda. That is not salvation. That is not what? Hiyo sio wokovu. Kukuja kusema ati kwa sababu ulisema Bwana Yesu, Bwana Yesu, leo nimeokoka, nisamee dhambi zangu, nifute kwenye kitabu cha mauti. Hiyo ni kuzungumza, umezungumza. Mmenielewa? Hiyo ni kuzungumza, umezungumza. Salvation ni the process ya kutembea na Mungu. That is what we call salvation. Salvation sio kusema kumama akawa asifata tu nigwada honokire ndaigwa kumuturira ndaigwa goikara nake ni ahonoketie ona ni atumite mahindi makwa mage gukeka tondu ni anyenda. That is hypocritical. That is hypocritical citation of words. Because it is a crammed. Ni kitu umekram. Ulikuta mama yako akiisema na kwa sababu unaendanga kanisa na wewe unaisema. Because utakuta watu wa PCA wanaongea the same. Watu wa ACK wanaongea the same. Watu wa lokore wanaongea the same. It is a citation. That is not salvation. Salvation, it is the process that you walk with God. The way, the process. Vinye munatembea na Mungu wako anaonekana ndani yako ama haonekani. You are going to church, is your God seen? Yes, you've been going to church. Are you seen? Can anybody see you? Can anybody see your God through your acts? Can anybody see your God through your marriage? Can anybody see your God through your coming to church? Can anybody see your God through whatever you are doing? What kind of a person you are? What people see in you will prove whether you are saved or you are not saved. Kutuambia ati uliokoka mwaka 1992 ama 19 what? That is no salvation at all. Don't ever lie to anybody. We all get saved every day. And that is why Jesus gave us a prayer that is a present continuous tense. It is not a singular. It is a continuous tense. Our Father who art in heaven, thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. Then, go ahead. Our Father in heaven, hallowed. Yes. 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 Good. Clever yourself. But do you practice that?
Do you practice that? Jesus knew you will never be able to practice that. That is why he gave you a prayer that is a continuous present tense. Always repent. Always. Every time, wherever you are, always ukue una repent. Maana makosa katika dunia hii tunatenda every single second. If somebody comes and tells you, I don't have any sin, I have not committed any sin, that person is completely lying to you. Already that is a sin. Therefore, that is the reason of the salvation. Salvation is the continuity, the process of you walking with God. Then when you walk with God, you are rectified by God as on go along the way. Venye unaendelea kutembea na Mungu, God will keep rectifying you. Utakuta kuna watu walikuwa wamekupangia mahali, Mungu atakuondosha akwambia pita hii njia. It is not that you are good. It's not that you are so special, but God has a good plan for you. He directs you. When you are in the salvation, walking with God, your paths are all controlled. You will never go wrong. You will always conquer every single battle ahead of you. Not because you are strong, not because you are powerful, not because you have knowledge, not because you have any, but because you are saved. You've got the salvation in you. And when all Christian, kama tungekuwa saved, fully saved, we will not be facing the challenges we are facing. Because the grace of God will have been so sufficient to us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I needed you to understand that. Therefore, let's move to part 2 of what are the kind of callings do we have. In the book of Ephesians 4, verse number 11, we have an apostle, we have prophets, we have evangelists, we have pastors, we have teachers. All those are labeled in the book of Ephesians. And they talk about who is an apostle, who is a prophet, who is an evangelist, a pastor, a teacher. God calls us to know him. Romans 8 verse 30. God's calling is all meant to make us know him. If the calling you have has not allowed you to know who God is, haijakukubalisha uweze kuelewa Mungu ni nani, maana kumaanisha calling ambayo uko nayo haifaulu kuitwa calling. It is not a calling. If until today you don't know it is bad to backstab, if until today you don't know it's bad kusengenya, if until today you don't know that it's bad to steal, to con, to speak lie over somebody else, yet you are a Christian, it means still you are not yet called. If until today you don't know how to forgive, if until today you don't know how to bring down chochote ambacho kimekuwa ni mzigo kwako, umeshindwa kukiweka chini, ni kumaanisha bado you don't have a calling of salvation. A salvation is about forgiveness. Salvation is about understanding one another. Salvation is about walking with that person, understanding the situation of a person, loving, caring, forgiveness. All that is what we call salvation. Salvation means you don't have an enemy on earth. Salvation means that you don't have somebody who is higher than you or who is under than you. Salvation means we are all sisters and brothers of this world. Salvation means that we are supposed to walk into the righteousness of God and move in a manner that everything that we have, our life is more of to other people than to yourself. Salvation means you are not selfish. Salvation means that you don't cook a story to kill your neighbor. Salvation means that you uplift a brother, you uplift a sister. It doesn't matter whether this is your sister or your brother by blood, but somebody that you call a sister or brother is a person that belongs to Jesus Christ, belongs to God. Salvation means walking together. When I have a problem, it's your problem. When I have a challenge, it is your challenge. When I have an issue, it is your issue. That you are able to take every issue right away from other people. The burdens other people are carrying, that is what we call that you are able to carry the burden of other people without looking at how much am I going to spend. If I spend this, how am I going to get it back? If I do this, how am I going to regain it? Without having that thing in your heart that you know, I can spend 1 million bob without expectation of any return. That is what we call this salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. 90% of you here cannot do that. If you got 1 million in your account and then I tell you go and bring that 1 million, we help these young boys to go and work, then I don't know
whether I will see you on Sunday. Every one of you will disappear from this church until you listen, you wait, because you'll be watching over the TV to see whether they are still asking for the million. Ama usikie mama fulani alitoa hiyo million, so you know the danger has gone. Let me go back. If I told you today we need to buy a chair here, Sunday, most of you will not come to church because you don't have the burden. If you realize that you don't have a burden of a situation, a burden of a people, a burden of a situation that needs to be carried on. Not a burden, burdens are different. There are those people who have a burden of attending sick people. There are those who have a burden of attending poor people. There are those who have a burden of going to see the sick people. Yes, those are different burdens, but a burden is a burden. If you don't have in your heart any single burden to go and stand in for anybody, then salvation is far from you. If you have never felt like, I want to bless this man, I want to bless that woman, I want to bless that society. If you don't have, only what you have, you can bring. If I ask for the sacrifice because you want to change your situation for the business to grow, these people will bring about 300,000. Unaona mtu atabeba 400,000, 500,000 aniletee because of her business. Lakini umwambie we need 50,000 ya kusaidia maskini, anakuja mkono, inakuwa mkono birika. Then salvation is very far from you. Kama unasikianga una ugumu wa kusaidia mtu, kubariki mtu, ugumu wa kufanya kazi ya Mungu, ugumu wa kujitolea, ugumu wa kusimama in the gap, salvation is away from you. You are not saved. And that's why I say 90% of Christians are not saved. And normally that's why I tell you that I am only 5%. Salvation mine ilipanda imefika 5%, nimetoka 4%. Hallelujah. Hallelujah. Najua nyinyi mko 99, wengine mko 100. But why do I say I'm 5%? Because my spirit inataka sana kufanya vitu, lakini my physical body inanizuia kufanya. I'm always tempted. Sometimes people will come here, wengi kama wale vijana wako karibu 600, they need my attention. Sasa imenibidi niende process kidogo kidogo kama wale vijana. Usimameni vijana wale wangu, simameni. Yes. Hawa walikuwa machokora. Na mama wengi hapa ni masigo. Hawa walikuwa machokora. My point here is not masigo. Where is that boy? Yeah, young man. By jana umetengeneza pesa ngapi? 750. By jana. Zile amesave. Sio zile anafanya kazi. Zile amefanya nini? Amesave. Nimemfanya kazi siku ngapi? Siku 3. Na hemo duwete ile twale ikia aningoje pale nimupatie fare. Wewe umepata pesa ngapi? So 8. Wewe 400. 750. Yeah? 500. Na wewe mwingine? Guru ijatoka kwa kichwa kabisa. Na wewe kaeni chini. Akanioni. Within a short period of 3 days, they got a combination. They're about 7. Times an average of 700. That is 4,000. In 4 days. Mtu hakuwa na hope. Mtu hakuwa na nini. Tumewanunulia ndoo ziko pale. Wezi ziko ndoo ziko. Niliwaambia mkuje tu na shati moja mkakataa. Kaeni. Siko ndoo hizo. Mlileta matunda? Leteni hapa. Wacha tugeuza ipoe nyumba ya soko. Tutaexplainia Yesu akikuja. Toko. Patia kila mtu moja na akupatie pesa. Kila mtu kwa hii kanisa. Saa hii harakisheni, igieni kwa soko. Yesu akikuja tutamuexplainia. We are fighting poverty. Kuja padi wewe, kuja. Kuja padi. Promote. Ile pesa utatoa itabariki kazi. Anzia hapa. Patia huyo. Na uende ukiokota pesa. Kila mtu. Na umkumbushe asisahau ulikuwa chokora.
Akikataa kidogo mwambie utamfinya. Haraka, haraka. Msiniharibie masaa yangu. Na walipe. Hiyo ni ya pesa ngapi mmpatia? Hapana, 30. Hakuna kitu ambao hapa 30. Tengeneza 30 unakutwa hapo, tengeneza 30 na ukiwa na 50 hakuna change. You got only 2 minutes. Wacha uangalie, kuna test nafanya hapa. Yeah? Yote imenunuliwa? Wacha uone watu wakutaka vitu za bure. Hii mwenye atanunua ndio tutapatia huyu. Hapa kuna vitu za bure. Nani mwingine atanunua? Doo mzima. Doo mzima ni pesa ngapi? Aise, baba. Hii ni pesa ngapi? 600. Sikujitolea mtu mwingine wa 600 tununue hii doo nyingine. Mtu mwingine wa 600 tununue hii doo bado 600. Lete. Yes. Mtu mwingine atapromote kazi na 600. This is what we call a calling. I'm testing. Angalia watu wale mean 600, 200, 100. Umeona? Umewaona? Sasa watu wameanza kushika simu ati nimetuma. Lete. Yes. Lete hiyo pino. Umetuma? Utatuma kwa simu? Unajua vijiko ya nini? Hapana, ataongea mbele. Waende wakaongea kwa. Ukira kwa nani? Ukira kwa nani? Hujanunua, unakula nini na hujanunua? Haijatosha. Nikiwa ugate ni wagura. Hii hujanunua. Dipeni hapo. Nani atahesabu hii? Wapi? Mtu shout. Na hii si sadaka? Nani atanihesabia hii pesa? That is what we call a calling. Kusikia kutoa. Kukua hauna ugumu wa kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to teach you practically that sisikii ugumu wa kutoa. Ninataka kumsaidia, si ndugu yangu. Si brother yangu, si cousin yangu. We are not related, but I can feel. Let patiana ikuje. I feel giving. That is what. Wale wote mumetoa, Mungu atawapatia burden. Na akikupatia burden, anakupatianga na jinsi ya kusolve that burden. He can never give you a burden ya kusaidia watu kama hawa akose kukupatia kazi ambayo ina mazao makubwa, ambayo hiyo utapata pesa. That is how we attract riches. Tuna attract utajiri by you being able to give. When you are able to give, God will give you more because he tested you with that small so that you can aone kama unatoa, na akiona umetoa atakuongezea zingine ndio kesho utoe. Lakini ukisikia hauko na shilingi 6,000 kwa mfuko, lakini unasikia hii dikeruta ishi, then there is a problem in your life. You will die a poor person. Wewe mnahesabu ama mna bashikana? You are wasting my time. Na hii ongeza hii. Hii ni ngapi? 3,000.
tuko na 4100. Sasa fanyeni hivi, hatuwezi kuchukua 100. Jaza hii, jazeni hiyo. Waambie wajaze. Ifike 1000. Ndio hii imeongezeka. Bado tumebakisha 1000. Jaza hii 1000. Jaza haraka. You are helping a brother you don't know. Na hiyo ndio tabia na culture ya hii kanisa. You help a brother you don't know. Baka umsimamishe. Huyu jamaa, hebu angalia ile kasimu kako kalipotea. Angalia kama unaona sura moja hapa. Ndivyo mnasema hapa hakuna security, hakuna nini. Moja hapa ndiye alichukua ile simu yako. Na ukapoteza nini zako zote, contact zako zote zikapotea. Ukapoteza biashara ya shilingi milioni 10 because of 100. Ukitoa 100 awache kuiba. We, zimetosha? Ako wapi, ameenda wapi? Adire kwa huyo. We daddy, hakuna kurudisha change. Mtu akupatia noti kama ni kubwa ni kubwa. Hiyo ndio calling. Shika. Zimefika 1000. Ikipitisha najua utaendelea bado kuendelea. Lete. In 50 ijazo ifike 500. Wajaza wafikishe hiyo 500. Hiyo ni 50. 450 hapo. Niko wapi? Ndio hii, ongeza hapo. Ngapi? 200 ndio hiyo nyingine hapo. Aha. Shoka igwene. Imefika? Imefika ngapi? 350, 150, haraka 150. 150 ndio ile uko kimbia. Tufunge hiyo chapter sasa. Shika. Nitakuongezea 1000 nyingine 4 zifike 10,000. Mpromote hiyo kazi. Huyo ndio inaitwa Ukristo. Sasa mumeokoka. Sasa mmefanya nini? Every Sunday ukikuja unaweka 500 ama 1000 kado. Hawa vijana tutakuwa tukiwachangishia every Sunday. Tutakuwa tukichanga 10,000 to boost their work. Bwana Yesu, kwa hivyo make sure unaweka ya pasta, ya kikombe ya pasta kado, unaweka sadaka kado, 10% kado, na ya hawa kado. Ukisipo nini hivyo tutakosana. Wale vitoto viko wapi? Vile vitoto vipelekewe na wengine. Wao ulikuwa unataka ya bure. Shika. Upatia watoto na wapatie kila mtu moja moja ya bure. Hiyo hakulipa. Nimewanunulia. Anataka ya bure. Mmekula nyinyi? Mmelipa? Sawa. Najua watu wa vyombo hapa na waibaji wanasema watoagi sadaka. Wanasema wao wamejitoa kama sadaka. Muta uchomeka. We, toa hiyo ndo. Biashara imeisha, Yesu wako karibu kukuja na kifoko. Pelekea watoto huko wakule. Hawa watu wanaweza kuafford kujinunulia. Na msirudi kukula kwa kanisa. God's calling is very mysterious. Sema mysterious. It is something that nobody will understand. At some point, nibalansie huko. Ninulie tu base, weka base balance vizuri. Base, enda huko kwa main. Kwa main. Ile na control base hapo. Thank you.
God's calling is very mysterious. People will never understand you. People will never acknowledge or see what you are doing. My family never understood me. Wakati walikuwa nakuja kunitafuta jela, wengine walikuwa naomba nikufe. Kuna wakati baba yangu alifika akauliza mamangu, huyu mtoto ulitoa wapi? Meaning baba yangu alikuwa ameanza kudoubt. Akaona huyo hiya na mwana wako. All my brothers and my sisters, they are very cool people. They don't even. Wakati wakikuja hapa niwaambie washike microphone, natambia pana staki. But for me, I don't know how I got myself into this. For me, I don't know how I got myself into prisons. For me, I don't know how I got myself into challenges that I've been through. I have found myself into difficulties of life. Not because I wanted to be. Not because I wanted to become that bad boy. Not because I wanted to become that notorious guy. Not because I wanted to become a mungiki. But God had a plan, had a reason, had an agenda over my life to make me pass through a situation that I will one day stand here and give you a testimony of what God can do. What God can do in your life. Because that is what we call the mysteriousness of a calling from God. You don't understand. You never know what is going to happen. I never knew one day I'll be preaching the word here. I never knew one day that I'll be standing before you. I never knew one day that my voice can be a voice to many people in this world. Right now, people listen to me all over the world. Right now, people listen to me all over. Every people are glued in their TV sets. People are glued in their telephones because they want to listen what I'm saying. Not because I'm special. Not because I'm important. I am not. I'm a human being. In fact, if there is any person who is weak, so weak, it's me. But my voice is not weak. It's me, the body, that is weak. If I speak something, everybody will listen to it worldwide. Not because I'm important, not because I'm special, not because I went to a nice school, not because I have a good father. No, but there is a calling that is in me, a calling that God planted in me. And in this calling, there is a solution to many problems, the solution to many people who are suffering, the solution to many people who are facing challenges. And in these challenges, God is using my voice so that many people can get salvation, many people can get to God, many people can come nearer God. That is why I am a vessel used to reach many people all over the world. And that is the mysteriousness. Because once I finish preaching here, you will find myself in the office listening to what I was preaching. Because so many things I'm preaching, I don't know them. They just come to pop up to me, and that is why I'm speaking to you. Ndio maana unaona nazungumuza. Sio sikuzungumza kwa sababu ni kitu najua. Ninazungumuza kwa sababu ni kitu Mungu amekitia ndani yangu. Nikienda kwa ofisi yangu, I will go sit down and also listen to this man. And I will learn so many things I don't know. Why? Because a calling is very mysterious. A calling is not meant to make people happy. It's meant to make people know God. That if I was to make you happy, I will be a sycophant. I will be a comedian. I'll be making you laugh. But what I'm telling you of heaven, how you need to live, how you need to walk, how you need to do things, how you need to be. A Christian behaves this way. A Christian lives this life. I don't care whether you're going to listen to me. I don't care whether you're going to follow what I'm telling you. I don't care whether you're going to understand what I'm telling you. What I care most is to disseminate what God has instructed me to you. The reason you are here is because of that word. The reason you are here, it is because God has called me to tell you this is what He wants from you. This is what He wants you to do. This is what He wants you to live. That is the mysteriousness of the word. Because the same verse I will read tomorrow or today was read to you a few days ago. And how do you know that you are called? Praise be the name of God. It is not within your power to do the will of God. You have to be trained. It is not in your power to do the will of God. You have to be trained.
and not going to school. Sio kwenda theological school to be trained to know the will of God. Hapana. Not going to a secondary school to be able to know doing the will of God. Hapana. Not to go to any college on earth to be able to understand the will of God. Understanding the will of God is being trained by God himself by denying your own will, destroying your own will, and allowing his will to supersede your own will. When everything in your life refuses, when everything that you come do becomes irrelevant, your parents become irrelevant, masomo yako inakuwa irrelevant, kila kitu katika maisha yako inakuwa irrelevant, that is when you become zero. And the moment you become zero, unakuwa reduced kabisa mpaka chini. That is when your will is plucked out of you for the will of God to find room. Bwana Yesu asifiwe sana. When I started the ministry, nilianza na makrusade because I was using the name Ndura Waruinge, the former Mungike leader. That is the name I was using. I had some money in my account, so I was using the name and the money. And we did several meetings with Don. Then Don was a drunkard like myself. As we were going for crusade, tunaenda crusade kama Embu, tulienda Embu, we were able to fill the Embu stadium ikajaa to capacity. People were there. They celebrated us. But it was not in the plan of God. We were going there kuwaonyesha, you know what? We can turn around Embu. Then once we preached on Friday evening, tukapiga injili vizuri, watu wakaokoka, tukakemea pepo ya mbombe, tukakemea pepo ya usherati, tukakemea pepo zote ambazo ziko kwenye hii dunia. Huko kulikuwa na sauti na guruma, tunasema one term, Jesus is coming, Jesus anakuja, Jesus anakuja. Watu wakaokoka. Watu wakaokoka. Lakini after tukimaliza service, tulimaliza saa 3 usiku. Tukaingia hoteli inaitwa Panasonic. Panasonic ni Panasonic ama ni Panasonic? Si Panasonic, Panasonic. Pale Embu town, before you get to Embu town. We got there, tulikuwa tumechukua room moja huko juu sana, kwa sababu tulikuwa tunataka kukaa karibu na Mungu ndio tusikie sauti ya Mungu. Then while there, tulikemea pepo ya pombe, tukakemea pepo ya usherati, tukakemea kila aina ya pepo tulikemea kwa kiwanja. But the moment tulienda huko juu, we had girls, we had pombe, tukaitisha mizinga, Glen Vintage na Viceroy. Ni kukamata saa hiyo uko na kagari kako hapo meshika. Everything tulikemea kwa kiwanja ndio tulienda kufanya huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tulienda kushangilia na kusherehekea. Na tukasikia vizuri sana. Tukakunywa mpaka saa 9 usiku. Then I want you to imagine what next. After that, then we were preparing for the next day crusade. Tumelala mpaka saa 6. Sasa tuende tuoge, tuende swimming hapo chini, kisha to plan on how to get into the stadium on a convoy. Tulikuwa na magari about 100 of them. Embu ikasimama into standstill. Unajua Saturday Embu ndio kuna kuanga na soko. Embu was at standstill. Magari, Range Rover na Prado, kila kitu na maspika. Aliyekuwa kiongozi wa Mungike sasa ameokoka, amekuletea injili ya kwenda mbinguni, amekuletea injili. Lakini kumbuka huyo kiongozi usiku alikuwa anafanya injili ya kwenda kwa shetani. Kiwaja Saturday ikajaa kuliko Friday. Tukakemea pepo ya usherati, tukakemea pepo ya mapombe, tukakemea pombe, tukaambia watu waokoke, watu walevi. Kama wewe ni mlevi na uko kwa kiwanja hii, ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo ukuje hapa mbele. Walevi wote wakakuja. Na sasa hiyo ile maji unaona nimekunywa hapa, iko na pombe hapo ndani. Ni pombe inaongea. Kumbe hii kitu ya shetani inajua kuvurutana. Walevi tuliita walevi wote wa Embu walikuja. Na tukawaombea. Kiwaje ikajaa. Kila mahali ukienda kwa soko wanasema that is a really anointed man of God. Aliita walevi wakakuja wote. Mimi sijai kuona crusade kama hii. Walevi mpaka yule mlevi wa pale ule anaenda mpaka huyu ameokoka. Kumbe ni pepo imeita mapepo.
Tukamaliza saa 6. Ndio nakwambia not every anointing is the anointing. Because deliverance nilifanya watu waligaragara. Na ndivyo mnapendaka kuona sasa ukianguka. Unajua watu wengi hapa nataka nikikuombea ukose kuanguka wanaendelea wakisema huko hakuna anointing. Hiyo tulikuwa tunafanya na watu wanaanguka. Doni akiwa padiri anasema watu wakaanguka wanagaragara hivi. Watu wanasema anointing iko hapo. Lakini si anointing. Ni Viceroy. Ni Viceroy ilikuwa inafanya kazi. Nilikuwa tuna sweat mpaka unaona chati imekuwa wet. Na kuna pastor mwingine hapa anaitwa Mweti ni apostle. Ako na kitabaya kunipagusa jasho venye inatoka. Mweti ya sako hapa nyuma na kagilasi kingine kakunipatia maji because kiu kwa sababu ya ile changai iko ndani ya mguu. The body is strained. Kutoka hapo tuliingia, hatukwenda Paneseniki, tulienda hoteli nyingine hapo chini. Tukakamata mpaka tulijikuta asubuhi tumekunywa pombe. Tulikunywa mpaka bai kafugwa. Tukaambiwa tutoke. Sasa hiyo uko na pombe na uko na kademu. Alafu kademu ndio katakuwa kaasha. Bwana asifiwe sana. Until you are able to understand, to know what is the meaning of a calling, who has called you. Bwana Yesu asifiwe sana. You can be called of God but diverted to do the will of the devil. Until the will of yourself is removed, then you stop acting you and you act God. That is when you will be able to stand and walk according to the plans and desires of God. It must be removed. Ndio naona many of us are suffering in church. Many of us are suffering. They are pastors. They are supposed to be bishop. They are supposed to be apostles. They are supposed to be prophet. But they are still struggling because the will of him, the will of you, the man, has refused to go. Until when the will of you, the man, goes, that is when God will find a place in your heart. Until siku hiyo tukakunywa na tulikuwa na vyombo vizuri kuliko hivi. Tukaambiana sasa tukama hapa ebu tumefanya hivyo. What if tukienda Meru? Tukaambiana hatuende Meru Kenoru Stadium. So tukaambiana tuache vyombo ebu na tukaviacha. Ndio wapage safari tuende Meru the next weekend. Tulipoacha vyombo zetu zote hapo, Tuesday ripoti ilikuja, vyombo zote zimeibiwa. And that was almost the end of me preaching. Because I could not understand. Niliuliza Mungu maswali. I don't know which God was. Lakini nilimuuliza maswali. How can vitu zako zinawezaje kuibiwa? Ukiwa na unaangalia. Unawezaje kubalisha waizi wakuje waibe vitu zako? Na unajua tulikuwa tunakuhubiri. Sasa miaka 2 baadaye ndio nilikuwa nakujua. Sikuwa nahubiri Mungu. Nilikuwa nahubiri shetani. In the name of who? Jesus Christ. In the name of who? Going to crusade. So until you are able to understand, until that power that is in you, that man power, that woman power that controls your body and your soul and your spirit, until it is removed so that the will of God can find a space in you, that is when you call yourself saved. That is when you know what calling you are called for. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this body can make you refuse to understand God. This body can make you refuse not to know the will of God. This body can cause you to starve, to stagnate, to be confused, to be completely out of market. We were out of market. We never preached God, although we pretended to be. We spent millions of money preaching nobody but the devil himself. Yet, we were doing in the name of salvation. We were doing it. Tukatoka hapa tukaenda Mombasa. Tukaenda Mombasa. Mombasa ndio kulikuwa na maneno. And I think kutoka siku hiyo ndio kitu yetu ilifungwa kabisa na Mungu. Hatukupata pesa tena ya kuhubiri. Ikafungwa kabisa because God saw these people are stupid. And this is what has caused so many of us. Until you are suppressed, unemefinywa na Mungu, amefunga kwa sababu Mungu venye anafanyanga for you to know that you have a calling. Unakuaga na makazi zako na kila kitu happening in your life. But do you know what God will be doing to you? The more you become stubborn
anakuanga amekutobolea mashimo kama 10 breathing points. Kama hii nyumba kuna breathing hapa, kuna breathing hapa, kuna breathing hapa, kuna breather everywhere, there is a breather. Now what he does, he tells you wake up and go serve me. Then you become like, I'm going to serve but I'm going to on my condition. Then he switches off one of the breather. Tena nakuja na kuambia amuka wewe ukafanya kazi yako. Tena ile Kiswahili experience yako na mambo yako mingi, anaswifuga hiyo ingine. Tena anakuambia kingine, anakuja unataka wewe ukafanya kazi yako na na wira jigete leo kutikira wira yoko na kemenya no hiko digira wira leo digeta kwa dimo bada ana switch off. Unaendelea na kuja next month, anakuja tena na kastori kingine nakwambia na kutuma Kitui uende ukafanya kazi yako. Unaweza Kitui ndivyo kuna jua sasa, vyote Mungu najua si ulisema nini ati you are a God who has good place, good plan for us, you have not bad plan, not nini. Ana switch hapo, anasema anaangalia kingine kale unatumia kuja na kuambia, unaendelea kuendelea mara ana switch hapo na kafuga, unaendelea until ata switch to mtu wote, atakubakishia kamoja. Sasa hapo ndio unaanza kutafuta apostle Waruinge. Sasa kutoka hapo ndio nikikuja nikukuuliza, kuna mahali kwingine umeenda? Nilikuwa kwa Ezekiel. Kulikuwaje? Alinipatia maji na hadi kachifu na haijafanya kazi. Baada ya hapo ulitoka ukaenda wapi? Nilitoka hapo nikaenda kwa Manyiro. Manyiro naye akanipatia maji na hadi kachifu na nikaacha bahasha ya dedication. Kakwaje? Imagine Mungu hajaongea. Ndio nimejua hapo, ndio nilikuja kujua madhabahu ya Manyiro si ya Mungu na ya Ezekiel, hata Ezekiel si ya Mungu. Ukatoka hapo kaenda wapi? Nikaenda kwa Mainang'anga James. Nikafika huko, nikaombewa tu, nikatolewa mapepo, nimetolewa mapepo lakini hakuna kitu imefanyika. Umaskini ndio iliongerezeka. Kumbe venye hiyo wenye umeenda huko kasimu kalishimwa, ukaenda huko kasimu kashimwa, ukaenda huko kuenda kasimu. Hivi unaendelea kwenda tusimu ndio vitu zako zinaenda zikisimwa. Kabiashara ulikuwa na kaka nazimwa. Kanini kulikuwa kabwana ulikuwa umependa sana kanazimwa. Kama kabibi kulikuwa umependa sana kanazimwa. Kila kitu inazimwa mpaka sasa anaanza kushughulika na your health. Because mang'aa imezidi. Asa namuuliza tena kutoka hapo lienda wapi? Nikasikia mama Evelyn wa TB Joshua amekuwa Kasarani. Nikaenda huko. Nini ilifanyika? Mimi hata nilitoka huko nikiwa dry. Nikitoka huko nilikuta nyumba imefugwa na the following day watoto nikakutana nao wamefukuzwa kutoka kwa shule. Man of God. Sasa ananijua man of God. Nena tu neno moja. Mimi neginyete mwisho. God has been waiting for that. Niye neginyete mwisho. That is what God has been waiting out umefika mwisho. That is all. That is why he switched all your bulbs. That is why he switched your business down. That is how he made all the men that loves you wameanguka chini. That is everything that happened until now. Uko na ugonjwa unasikia ukienda unaambiwa kuna possible ya kidney failure. Hallelujah. Ukisikia kidogo unasikia breathing, wanakupima na kuambia kuna ugonjwa imetokea saa hizi na hiyo ugonjwa inaendaka 6 months unakufa. Na ni ya mapafu. Hii ni dangerous kuliko corona. Hiyo inakutoka unasikia sasa, unakuambia mtu imehama. Siku hilo liniekelea mkono ilihama ikakuja na hapa. Sasa ukienda unapimwa na abiwa, ukiekelewa kwa kitu hapo unaekelewa, unasikia anakuambia breathe in out. Breathe in out. Anakuambia maini yako inaonekana imeshikwa na ugonjwa inaitwa ochrocolitis. Unamuuliza sasa inatibiwa na nini? Nasemekana lazima uende India kwa sababu kuna kashaba umeshikilia ndio kana kukatasaka uende ukafanya kazi. Na hiyo Mungu lazima ichukue. Unasikia India ni shilingi milioni ngapi? Unaanelea kashaba, unasikia kanaweza kuuzwa milioni 4. Sasa unafanya unapaga milioni 3 ni ya matibabu, hii milioni 1 nikirudi nitajipaga nayo. Immediately inapata mnunuzi. Na hiyo mnunuzi anasema niko na milioni 3 lakini nitaleta hiyo ingine baadaye. Hallelujah. Milioni 3 unachukua ndio kibia India. Unatuma hiyo pesa yote inaenda India. Hii ingine kulipwa utakuwa kilipwa 20,000 according to need. 20,000 according to need. Mungu anajua unahitaji shilingi 10,000, anakomandi yule mpatie shilingi 10,000.
unang'ang'ana mpaka unaenda polisi. Polisi akienda na amekulipa pesa ingine, hiyo sio criminal, hiyo ni civil, enda kotini. Ukienda civil unaenda unaambiwa lazima ukuje na lawyer anakuambia leta deposit ya 50,000. Mungu anakubalisha yule kupatia 50, unapelekea yule 50. Uigusi na uitumii, inaenda kwa matumizi kamili. Ni kazima kanaenda wapi? Na bado ukimaliza unasikia ile ugoja tena imerudi. Na hauna kashaba. Sasa ndio nakuja kwa Dora Waruinge. Nakuja nabia nidra hoire ni hoete. Jenda kai ajire kana kigokona giki ni kiama. Lakini ukienda kwa Manyuru haukuuliza kama kigokona ni ya kweli. Ukienda kwa Ezekiel uliangalia YouTube tu kaona nienda kwa Ezekiel, lakini hapa uliomba. Ndio ujue kama Waruinge aliokoka. Kama Waruinge ni mtu wa Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the protagonist Christians. Watu ambao wako kanisani but wameignore, wamekwama kwenye mambo ambao hayawaelewi, na wamekwama because they have been called, and if you are called you will serve whether you like it or not. I refuse. Mimi bishop alininunulia wakati aliniordain, alinipatia mashini za 1.8 million then 2007. Nilizipeleka pale Gong kwa kilabu hapo. Hata sasa hivi ukienda kwa hiyo kilabu ndizo zinapiga. Nilienda nikapatia huyo mtu wa bani, nikamwambia sasa hizi usinipatie pesa, nitakuwa nikikuja nikichapa chupa mbili na leo naenda nyumbani. Unaandika kwa kitabu. Twende tukireduce. Inaitwa reducing balance. Kwa wale wamechukua road, mnajua reducing balance ni kusema nini. Hallelujah. Nikakunywa, nilikuwa nakunywa pombe inaitwa Hennessy. Hennessy ni shilingi 6,000. Nakunywa kimoja kimchupa, naenda nyumbani. Kesho tena nitakuja nikamata ingine, naenda na afu ujue nitanunulia watu 2 3. Sasa huyu jamaa anaandika tu 1.8 ukikunywa pole pole. Si ununue shamba. Hivyo ndivyo Mungu anafanyaga. Si ununue shamba. Umekataa kunisikia basi kama kuja. Nikaegea huko, akanifinya. Nikakunywa hiyo pombe, ikachoma mafigo zangu, ikachoma maini, kila kitu ikachomeka. Sasa ikakuwa hata breki za na huko nyuma sina. Nikisimama tu hivi unaona kakitu kama aguka, unafikiria ni nini? Ni pesa, ni noti imeaguka, 10 ni kama fika imeaguka. Huko hii unakuta hapa niko na kia white kileas kia makojo. Unajua makojo kikojolea nguo, hiyo chumbi inaletaga white hapa. Sasa ukiniangalia unanikuta huko niko white, huko kila mahali niko white. Mainzi zilikuwa zinanifuata za green, za yellow na za blue. Kila mahali nikienda. Na maubo unakuta kauba kana. And that happened in Ngong Town, where everybody alikuwa ananijua. Everybody. Sasa mahali hata hiyo pesa sijaenda kuchukua, ni buy gini hapo iko Gong. Sijaenda mpaka sasa, maana hapo ndio nilienda nikasimama kwa juu ya mesa sasa nikiongelesha watu, nikiwahubiria venye watafaa kuokoka. Nilikuwa naitwa bishop, ninawahubiria hapo kwa bar, nikiwahubiria mafika aguka na makojo. Sasa kila mtu akafanya hivi, nikafukuzwa na watchmen, nikatolewa. Sasa kutoka siku hiyo pesa nimebakisha kitu 1800 hapo. Hallelujah. Kutoka hapo nilipelekwa kwa car wash. Dora Waruinge nilipelekwa kwa car wash. Nikaoshwa hivi. Kwa sababu hakuna gari ya mtu ingenibeba na hakuna. Sasa kutoka hapo nilikaa kwa nyumba. Ninaitisha ile pombe, kale kamechoro saduku ndani. Wangapi wanaijua? Wangapi wamekunywa hiyo? Ile imechoro saduku ndani, rest in peace, imeandikwa kwa ndani rest in peace. Wangapi wanaijua? Wewe si unaijua? Wewe unaijua? Sasa ikunywa. Mwingine hapa hata wewe. Sasa ilibidi, kwa sababu siwezi kwenda kwa bar, ilibidi natumana hiyo, kwa sababu nika 90 ama 80 hivi. Sasa kameandikwa ndani, kamechorwa ile karatasi ya kubandika hapa, na ndani imechorwa saduku ya mtu ya maiti, alafu imeandikwa rest in peace. Hiyo ama ingine imechorwa kama Masai kamekaa hivi huko ndani. Sasa hizo ndizo nilikuwa natumana na kunywa. Kane hata kwa kane. Yes, kwa sababu hiyo that's now the industrial chemical. The pure industrial chemical. Unakunywa.
Sasa hiyo ndio ilinimalizia zaidi. Kunimalizia ilikuwa nikashikwa na depression, nikaisha kabisa. Nilikuwa kwa nyumba, nilikuwa nakaa kwa kitanda, nasikia nataka kukunia, nainua kamguu hivi, nakunia kwa kitanda. Kitanda yangu kwa sababu ya kuikojolea kila siku ilikuwa na manyonde, magunyo ile za white, zile za maiti. Inatembea huko hivi, inatembea. Gosi yangu ilikuwa imechomeka kwa sababu ya makojo. But God never let me die. I was doing all this so that I may die, kwa sababu I didn't feel I'm worthy to live. Ndio ni maana nilikuwa nakunywa, sikutaka kuhubiri. Siku moja nikiwa hapo, ndio pastor mmoja walikuwa wamekuja mazishi padio pale panaitwa Kibiko. Wakikuja, pastor huyo ni wa CFF, akasikia story yangu, ndio akakuja akaambia Harrison, what happened to your son? Harrison ndiye alikuja kunitafuta kwa nyumba. Alikuja hivi kuingia kwa nyumba, alirudi haraka sana because ile hewa ilimpata. Ingechotwa vizuri iwekwa kwa gunia, inagurumisha ndege mpaka Amerika. But I could never, hakuna siku hata moja nilifeel kitu kibaya. Nilikuwa nasikia comfortable, nilikuwa nasikia ni perfume marashi. Yolanda bin Sudan ndio ilikuwa kwa nyumba. Alirudije, akatumana niitu, akasema kuja. Kiwapo kwa gate, kuja, because gate yote ilikuwa sasa inanuka nisiwe jitupu. Bado sasa kwa sababu nilikuwa nimejikunia, nilikuwa sasa hata nimeanza kuoza, parts za mwili zilikuwa zimeanza kuoza, ndio waliitisha tena for the second time, kakanyamuka kitu kuosha mtu, wash, kakaletwa, nikanunuliwa nguo. Ndio naonanga mtu akikuja kama hana nguo na mnunuliaga. Ndio nilinunuliwa nguo mimi, Dora Waruinge. Nikanunuliwa nguo. Nikavaa nguo. Sikuvaa dawa, walisahau kununua dawa. Nikanunua nguo, nikaletewa nguo, trosa na kashati na kiatu. Ndio nikakuja nikaobewa, nikaletwa kanisa yake pale chini, akaniobea tena. Ndio nikarudishwa kwenye madhabahu. When God has called you, it doesn't matter how manga you are. Let me tell you, my brothers and my sisters, utafinywa na utafanya kazi yake. Upende usipende, utafinywa. Hiyo kazi unafikiria ni muhimu sana, itazimwa. Huyo bwana unaona kama ni mzuri sana, alitafinywa. Mimi nilipoteza mke wangu Amerika. And I lost 350 million shillings because of refusing to work. Nilizimiwa pesa, nikazimiwa magari, nikazimiwa manyumba, kila kitu. I ended up kukunywa hiyo Kill Me Quick. Nilikuwa naamuka asubuhi mpaka nishike, nikiguzisha hapa inakuwa sawa, narudi hai, wetako kuruta roko. Roko ikitoka sasa hiyo nasema toko lutako kanyama, na hiyo kanyama unaitisha ni matubo na maini, kwa sababu you cannot afford nyama mzuri. Na ile utaletolewa uletewe iko na mainzi, inanuka, maana haikuoshwa vizuri ama imekaa siku nyingi na usiki. When God chooses you, you cannot run away from his desires. He removes every will of yourself from him. Anakuweka will yake. From there you are like a robot, you are controlled. You are controlled. You will never do anything that is not your will. You will never. You will always be doing the will of God. Wherever you go, it is the will of God. That is why, see, I'm always crazy doing the work of God. Watu wananiulizaga, nikika watika nilie mawera, niko na maofisi 3 hapa town zangu, executive offices. Ukiingia iko na mkeka ile na kanyaga hivi mguu inapotelea, lakini siendagi, napigaga simu, watu walilia tawera. And when I decided to do the will of God, he does my will. My work, niko na miezi 6 sijai step in my office. But wanarani vizuri kuniliko. Wananiambiaga ukikuja unatuharibia kazi, ukienda tunapata faida. Why? Because God wants me to do his will. He will do my will.
When you accept to do the will of God, he does whatever you want. When you accept to do what God has instructed you to do, your business, he will manage. Your family, he will manage. Whatever that you do, he will manage for you. Only was because he chose you. In Jeremiah 1 verse 4, he says, before you were born, I knew you. I set you apart. I consecrated you and anointed you to become a prophet unto the nation. So you became a prophet unto the nations. You have been sent. You will be sent to nations. Therefore, whatever that is yours, whatever that you want to do that is yours, he will take care of it. You take care of the work of God. Take care of the work of these people, these young men. Take them, bring them back, make them people. Let them walk, watembee vizuri, wakuwe na pesa, wakae kwa nyumba, wawache kulala kwa mitaro, na wewe Mungu atakushughulikia. Mtoto wako atashughulikiwa, familia yako itashughulikiwa, mzee wako, mama yako ambaye ni mgonjwa atashughulikiwa. God will touch them wherever they are because of what you are doing to his people, what you are doing to his work, whatever you are doing, chochote ambacho unafanya kwa makusudi ya Mungu, naye Mungu anafanya kwa makusudi yako. Only accepting to his will. Most of you can see you are suffering not because of anything. You have been called but you have refused. Nyinyi ni wajuaji kama haka. Ino ni juaji ya guthira ino. This ni mjuaji, naye amefinywa. Amefinywa na mwabiaga siwede nyumbani leo. Asha apostle daigwa jikare gukutathi kwa ithatũ ihoye na tene aratamburukagia murengeti ugu atamburukio akoma nginya thaa 4 kedige kwaria mundu kidona ndio naona ukikuja kuniomba pesa na kuangalia na kuambia Mungu atakubariki. Nachomoka na kuambia hebu enda ukae hapo na kuja, unaona najifanya nimepitia hii mlango, nachomoka hivyo naenda kwa sababu unashughulikiwa na Mungu. Mimi ni nani nikuje nisaidie Mungu kazi yake? Ni kuachana na wewe ushughulikiwe, ndio hiyo safari yako ikuwe mfupi. Nikikusaidia safari yako inakuwa mrefu. The more you go looking for people to help you until you are isolated, ukue peke yako utembee, ndio usikilize sauti ya Mungu. God will make everybody run away from you. Umesikia huyu kijana walijaribu kwenda kumtreat, kumsaidia, wanapigwa. Daktari mwenye alikuwa na mtreat alishikwa na wedasimu, akatoa nguo akatembea kwa barabara uchi. Daktari mugima uteeto giteo ni undu akamundu kariko daktari we na degree ni undu agoteithia kamundu kariko gaka. Anti akakuja kumsaidia, anti akapigwa na TB na nini ngine na akakuwa chizi TB na chizi. Alipomwachilia TB kaondoka na uchizi kaondoka, because God is dealing with you. When God is dealing with you, don't go moving around. Ukaomba usikie God is anakushughulikia. Wachana na story mingi, tulia sasa, nenda kwa miguu yake. Dedicate most of your time to him so that you can hear what he wants you to do. Wacha na mangangano, wacha mabishano, wacha kujaribu kungangana eti kujiona wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu special. You are not special, you are useless. Utafinywa na utafanya hiyo kazi unakataa. Tusimame kwa miguu yetu. Tutarudi service ya jioni. We shall be looking at the purpose of God's calling, and also we shall be looking what happens when God calls you. That is where I want you to listen very properly. And also we shall be looking at the values of calling, and then lastly but not least we shall be looking 3 things that God calls us to do. And then finally tutajiangalia characteristics of a calling. Hiyo ni jioni. Naona kumienda sana, hata sikuwa nimeangalia saa. Ama hii saa iko wrong? Iko sawa? Na mbona mjaniambie, naona watu wameanza kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall be extending na tunarudi hapa immediately at 3:30. Exactly at 3:30. Wale watu wanapanga maneno hapa, hiyo mchezo mnakuaga nao nisiukute. By 3:30 vitu zipangwe vizuri, kila kitu ipangwe vizuri. Tuanze 3:30 ndio ifike 4:30 watu waende nyumbani. Nifanye deliverance, watu waende nyumbani, because I must, lazima leo kila mtu aende na kipawa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima leo. Na lazima leo tuache ujiga. Ambia mwenzako lazima leo tunawacha ujiga. Mwambie ujiga yangu.
Sasa kuambia mtu atuache ujinga na kusahau niona mimi ni mjinga. Na ukule kofi. Sasa umekasirika kwa nini? Umekasirika kwa nini? Kwa sababu ya kuitwa mjinga. Kai. Bali wate ndio kandere kwa muda ile. Ado metaka wajinga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika sadaka yako kwa mkono yako na tithe. Kama uko na tithe niletee hapa haraka haraka. Na sadaka ushike kwa mikono yako haraka haraka. Ukuje tuwekelee hapa in this second tier hapa, first tier hapa. Wekelee hapa. Na kama uko na sacrifice, just bring your sacrifice. Wekeleeni tu hapo. Wekeleeni hapo. Ziko home. Hii ni kifunguo ya kufungua. Umeitwa kwa nini? Because most of you, your children are suffering. Most of you, your families are suffering. Marriages are suffering. Your marriages are adhuri. Yes. Wekelea tu hapo. Just enda, yuko sawa. Enda tu. Ni wewe. Kama uko na kitu kingetaka kikuombee, picha, mchanga, zote zilete hapa pamoja na sadaka yako. Na pamoja na sacrifice yako. Ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe. Wenye nguvu na uweza. Ni wewe. Ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe. Wenye nguvu na uweza. Ni wewe. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu na kushukuru. Hizi zaka na vifungo za 10 na sacrifices zimetolewa kwa sababu wanahitaji kifunguo cha maisha yao. Wanahitaji kuelewa calling yao iko namna gani. Wanahitaji kukuelewa, kujua ni jinsi gani ungetaka waishi, ni jinsi gani ungetaka wakae. Watoto wako wamekuja hapa. Hawa wameinua mikono yao juu, wanasema wewe ni Baba, wanakuhitaji. Kawafungulie milango na madirisha. Kawafungulie njia zao, kawapatie vibali. Sadaka hii yao na ikawapiganie. Angalia, wamewekelea sadaka kwenye madhabahu haya kwa sababu wanajua na wako na imani na madhabahu hii ni madhabahu yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace as I told you on Sunday, kwa wale wataondoka, on Sunday we having a dedication to the altar. So find a sacrifice. That is when you carry the entire family, entire business, and anything you want dedicated in the eyes of God, you come to do a sacrifice for that. For yourself, for your dedication is done this way. You dedicate for yourself. Dedication yako. Dedication ya watoto ama nyumba yako, familia yako. Dedication ya ile kazi unafanya. Kama wewe umefanya biashara, you dedicate your business. Dedication of what you intend to do. Kama uko na plan unataka kufanya, you dedicate it and ask God to guide it. You unataka kusafiri kwenda Canada, unataka kwenda Australia, you dedicate that journey. Bwana Yesu asifiwe sana. So that from now then utakuta madhabahu inakupigania. Ukienda embassy unakuta walikuwa ni kama wanakungojea, because madhabahu itakupigania. Kama ni watoto wako wanakunywa bangi, wanakunywa mapombe, madhabahu hii itawashughulikia. Mahali popote walipo utawakuta hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mzee anatoka nje, atavurutwa. Utaona akienda jaribu kuenda, anaenda kwa mtu, kwa mama na huko nje, kama shini kanazimwa. That is what Abraham, when he dedicated his life, kutoa altar ile alitoa, sacrifice ile alitoa, when he went all over, God protected him. The altar fought for him.
kila mahali alienda. Kumbuka kuna wakati ilifika mpaka akaona atauliwa, akaona apatiane bibi ndio wasimuone kama wamuue. What happened? Yule mfalme aliona chakula akapeleka kwa kitanda. Kufika kwa kitanda, na ile madhabahu ambayo inatetea Abraham ikashughulikia mdhamaki, akazimwa. Mdhamaki kwenda kuangalia, kaenda kaita mpaka waganga wakuje waangalia ni nini inafanyika. Wakaambiwa hebu mdhamaki akaambiwa hebu jaribu hapa. Akaenda akajaribu, akaona kila kitu ni mzuri. Akaambiwa rudi huko. Kurudi huko akazimwa. Ni madhabahu. Wakati Jacob alikuwa kwenye shida na alikuwa anashindwa atarudije kwao nyumbani. Mnaweza kuketi kidogo. Na alikuwa anashindwa, how can I go back? How can I do what? Go back. Alifika mahali panaitwa Bethel. Alipofika Bethel akachoka, akalala. Akajiwekelea kajiwe. Katika hali ya kujiekelea kajiwe, bingu ikafunguka. Dedication inafunguanga bingu yako. Bingu ilifanya nini? Ikafunguka. Akaona watu wakipanda, wakishuka. Katika hapo aliona bingu ikifunguka, ni mahali pale guka yake Abraham alikuwa anataka kumchinjia mtoto. The same spot. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo madhabahu ile ya guka ndio ilifungua bingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa hii unaona vita vya Hamas na Israel ni the same spot. That spot, that is what they are fighting for. Na hapo ndio pale mlima unaitangwa Moraya. Hapo ndio Bethel iko. Mahali alikuwa amepeleka kijana yake. So when you raise an altar, it becomes permanent for your children and for your children. They will fight. Ndio unaonanga kuna watu wengine hawajaokoka, hawaendagi kanisani, hawana nini, lakini wanaendelea kutajirika. Ukichunguza babu yao, kuna madhabahu aliinua ambayo inawatetea mpaka saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Katika hali ya kuinua madhabahu na kudedicate, Hana wakati alizaliwa, alizaa mtoto, alimrudisha kwenye madhabahu kila wakati, kila mwaka anaendelea kumzidishia, kumwogelea. Amekakatia au kagerera ke andiko naongoza ni ongeza nini? Kakua na Kizungu. Alikuwa anamrudisha mtoto wake kwenye madhabahu, anamdedicate, maana mtoto huyu ni wa kimadhabahu. Kitu chochote cha kimadhabahu, kama ni maombi imefanyika, kazi yako ikafunguka, maintain kazi yako kwenye madhabahu. Kama uliziombewa ndio ukapata mtoto ukazaa, maintain mtoto huyo kwenye madhabahu. That is the power of the altar. That is the essence of the altar. The more you dedicate yourself, every Wednesday mimi naendanga kwa Harrison, every Wednesday ninaendanga nakaa na wale wengine, napaga laini, anakuja tang, nikianguka nachomoka, nakuja hapa, because I rededicate myself there, because that is where my altar is. Your altar is here. So lazima niendelee kuhakisha moto huko, ndio hii altar na yeye iendelee kukusaidia. So the father, watu wote ambao wamekuwa kwa chini ya Harrison, si mnaona wamenawili. Ukifungua tu kanisa ya CFF, because that altar defends you. Abraham ile altar aliinua mpaka sasa inakuanga ukiitaja kuuliza kama hawa sasa, hawa watu wa kireba ya white, Gaiwai, Ibrahim, Jacobo, Isaka na Jacobo. Si Ibrahimu wako na haja na yeye, si Isaka wako na haja na yeye, si Jacobo wako na haja na yeye, wako na haja na ile madhabahu iliinuliwa na Abraham. Mmenielewa sasa? Wanaitisha ile roho ilikuwa na Abraham inaingia ndani yake. So when you are in dedicating yourself or dedicating your family or dedicating your business, unaondokea, unaambiwa kutoka sasa ondoka, hii madhabahu itakupigania. Madhabahu si hizi mbao. Madhabahu is the anointing upon this house, anointing upon the man of God. So when you dedicate yourself, you dedicate to the anointing that is flowing, and the anointing breaks what? The yokes. That is the secret behind dedicating yourself. You don't need to make a lot of noise, just dedicate. Kuja na sacrifice yako mzuri, wekelea hapa, na utaona kila kitu inaenda vizuri. Kuna mama mwingine wa Uganda, amefika
ni wa Uganda huyo mama. Alikuwa amenyimwa mshahara 3 months juzi. Akanipigia simu. Nikamwambia utapatiwa mshahara yako in 2 hours time. Before 2 hours time akanipigia simu akaniambia gai wako niwe gutorera. Kwa nini? Immediately tulimaliza ile namba iliingia ni gani? Ni ya huyo bundosi yake. Akamwambia nimekuwekea pesa kwa account. Why? Because she believed. She did what? She believed. That is all what you need. That is all what you need. Na hiyo ndio nataka mujizoeshe. Kusaidika, kubarikiwa kwenye maisha si maombi mrefu. Maombi mrefu haikusaidii. Kuwa mtu wa magogona, kuwa mtu wa kutoa sacrifice. If you become mtu wa kutoa sacrifice, mtu wa maombi hawezani na wewe. Maana wanaokuroga hawaombangi, wanaendanga kutoa sacrifice. Sacrifice is yani altar yoyote ambayo imeinuliwa na madhabahu ya sacrifice. Mwanga munapigana kimadhabahu. Vita za madhabahu ni madhabahu, si maombi mrefu. Hapana, don't time at holololololololo 2 hours 3 hours. Watu wamekosa mpaka wengine hapa juzi nilimwambia tuombee chakula, aliombea 1.5 hours. Mpaka nikashindwa hii ni chakula tunaombea ama mtu alikuwa na mambo mengine yake. No, surely ugehoya hata dakika hata ilio. Why do you pray for food and the food is there? Unaambia Mungu toa kilicho kibaya tukule na unaendelea because you have the power. Ukikula ndio unaambia Mungu asante. Bwana asifiwe sana. Ukikula ndio unafanya nini? Unaambia Mungu asante. Lakini Baba tunakuomba, hore makata ya rena, ukumbuke mpaka watoto wanafanya examination. Baba ukumbuke hata yule kaseni yetu ameingia kwa basi, sasa tunafikiria amefika Synagogue na asikutane na moto ya Synagogue. Baba tunakuomba hata yule kijana yangu alikuwa anataka kwenda Amerika na ni chakula. Na watu wakoja. You must understand where to do your prayers. Ni wapi zinapelekwa. Sio prayers, understand. Hey, understand tuko in which mode, tuko wapi. Ndio waase maneno ya Synagogue. Hallelujah. Simbarikiwe sana. Tukutane after 3:30. Hapo ndio utafanya deliverance. I hope mtaenda. Utaka mvumilie tu ja. Kuna matunda mwaleteni matunda mengi, wako na pesa hao wakule. God bless you. Amen. Kabla atuone vizuri, nani nataka kuonwa vizuri?